Well. Jambo tena. Good what? Habari ya sasa. Hi. Welcome back to Kiss Hot TV. Ndio nimefika ingawa tu nimechelewa leo. I'm very sorry, but I want to welcome you to our today's program. So wherever you are, mtuona kukaribisha ndani ya Kiss Hot TV. Hakikisha kwamba kila kitu kipo sawa, pale unawakilisha rekodi yako, unasalimia watu wawili watatu. Sitataka kuona hapo kama sound check iko poa kidogo tu, tafadhali. Kama you have joined in, I want to welcome you live on the direct. Uweze kufanya kitu cha kwanza, uchukua simu yako, tunaonyesha chukua simu, like, share, come back. Tuanze program ya hivi siku hii ya leo. So, popote unapowakilisha mtu wangu na kuambia kwamba karibu sana ndani ya Kiss Hot TV. Uko na mimi hapa Dennis kukulikuntu kama ilivyo kawaida. Iteni watu waweze kujaza ndani ya nyumba tukaweza tu kuanza ndani one on one. Tutakuona kama sound check iko poa. Siko sawa? I appreciate for that guys. Nashukuru sana. Wote Mwenyezi Mungu asiku kutuongoza. Tuanze sasa one on one. Hakikisha kama umechukua hiyo share kidogo, umeanza kushare pale. Tunapoanza one on one. So hakikisha kwamba watu wanaanza kuingia ndani one on one. Tunapoanza katika mchada wetu kwa siku hii ya leo, tuweze kuelimishana mambo mawili matatu manne matano. So pale tafadhali hakikisha kwamba mpiga share pale, mweza kulike na tuweze kuanza one on one. Wow. Okay. Karibu sana ndani. Na sijui nianzie wapi, sijui nimalizie wapi, lakini Mungu amekuwa mtakatifu. Mungu amekuwa mwaminifu, ametuwezesha. Tumeona siku ya leo, team comment kama ilivyo kawaida, chairman wa team comments sijui kwa wapi. Hakikisha kwamba comments zinakuja kwa wingi. Comments zinakuja kwa wingi. Comments zikikuja ziingie kwa wingi, niambie kwamba mwaduna wakilisha kila area iko sawa, kila kitu kipo sawa, everything is well, everything is good. Niambie kwamba kurutu niko sawa. Na tutakuwa tunajua kwamba tutakuwa tunasonga mbele kwa pamoja. So hakikisha kwamba tunaanza kwa pamoja, usisahau mtu yote pale nje. Kama tutafanya kama kawaida ni sound check, tutafanya pale niambia sound check iko sawa. Hakikisha pili pale hakikisha umeweza kushare kwa watu wawili watatu kwa groups. Waambie tushaanza. Kitu kingine pale usisahau ni kuweza tu kuwakilisha rekodi yako. Ukiwakilisha rekodi yako tafadhali fahamiana watu wawili watatu, pokea tu salamu. Ambia kwamba nakusalimia na kusambazia salamu zangu wakati huu wa jioni. So tunapoanza tunaanza kutu one on one. Okay. So leo tulikuwa siku ya kwanza kupatana na daktari. Daktari leo ni kama ako very busy. Daktari ako very busy. So hatutakuwa na yeye hapa hivi leo, lakini naomba tu mniwe radhi kwa sababu ya hiyo. So ukiwa pale niambie kwamba umeingia ndani watching from where na tuweze kuanza one on one. Hakikisha you have done that. Hakikisha you have done that. Tutakwenda kufanya mambo mawili matatu katika hapa ndani ya Kiss Hot TV. Mbele iko sawa, mbele iko sawa. So hakikisha umelike pale, umefanya ABCD na tutaweza kuanza. Okay. Okay. So usiweze kutembea mbali mtu wangu, nakwambia ni ndani ya Kiss Hot TV. Mbele iko sawa. Na mimi hapa ni mtoto wa nitwa ni Dennis kukukuntu kualika na kuweza kukuambia karibu sana ndani ya nyumba. Tutakwenda kwanza, ila tu want to start with this one. Tutakwenda kwanza ili tuone jinsi gani tutafanya. Okay. Moyo wangu usikie tena, moyo wangu usibabaike, naye Mungu mkuu sana, naye Mungu muweza wa yote. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Kati giza Yesu mwanga wangu, kati huzuni Yesu ni mufariji.
katikati vita, Yesu mwanga wangu. Katika njaa, Yesu mkate wa uzima. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Anajua shida zangu, yeye anazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Mwanawe aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Najua shida zangu mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni bila Yesu mimi ni mtu bure. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu, bila Yesu mimi ni mtu bure. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Ewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Sijui bila wewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Yawe, wewe ni yote kwangu. Yawe, wewe ni yote kwangu. Yawe, wewe ni yote kwangu. Yawe, wewe ni yote. Yawe, Yawe, wewe ni yote kwangu. Yawe, wewe ni yote kwangu. Yawe, wewe ni yote kwangu. Yawe, ningekuwa wapi? Yawe, wewe ni yote kwangu. Yawe, wewe ni yote kwangu. I tell you, mambo shwari kabisa, mambo shwari ndani ya nyumba. Nimeshajaja ndani ya nyumba kama ilivyo kawaida, na kukaribisha one on one. Sijui mbona watu kapiga ndani ya miti leo jamani, kama tulikuwa tumeshachelewa kuingia ndani ya nyumba ya kukaribisha. Tunapoenda kuanza moja kwa moja, tuone kama sound check iko vipi. Sound check inawakilisha kwa njia iliyoje. Tafadhali kama umeshaingia ndani ya nyumba niambie kwamba umeshajaja ndani ya nyumba, ndio tunataka kwanza. Tunakukaribisha popote unapowakilisha rekodi yako mtu wangu. Karibu sana ndani ya Kiss Hot TV. Wakilisha ile kodi yako, sema kwamba uko ndani. Wakilisha ile kodi yako, sema kwamba ushafika. Ambia watu ushajaja ndani. Pale katika comment hakikisha kwamba mmeweza kuingia na watu wawili watatu. Ingia na watu wawili watatu. Ingia na watu wawili watatu. Waambie kwamba nimeingia ndani ya nyumba. One on one.
anataka tuanze one on one kama tunavyofanya kama kawaida. Kama ushafika ndani ya nyumba, tafadhali salimia watu 3 na 5, waambie kwamba tupo ndani, tushafika ndani na Mungu anatuwakilisha kwa njia iliyo safi, na Mungu anatuonyesha tunawakilisha kwa njia iliyo noma kabisa. Sawa sawa. Usiweze kutembea mbali mtu wangu. Nakwambia ndio tunataka kufanya nini? Tunataka kwanza tuone tunafikia wapi. So karibu sana ndani ya nyumba kama kutafaka kama kawaida. Tunaenda kuanza mambo mawili matatu katika maombi kitu sana. Maombi itakuwa kitu cha muhimu sana. Tunapoomba pale tunamtambua Mwenyezi Mungu, tumewakilisha area pale. Tuambie Mungu umekuwa mtakatifu, umetuwezesha kwa kila jambo, kila sifa, utukufu na mamlaka, kwa maana wewe umekuwa mlinzi mwema. Katika topic ya siku ya leo nakukaribisha. Baada ya kuomba tutakuwa tunaenda pale live and direct katika mchada wetu wa siku ya leo, tuweze kufunza mawili matatu. Kiwango tumeenda saa 6 tutakuwa tunasema kwamba tumemaliza siku na kila mtu aweze kupumzika, na tupatane tena asubuhi. Wacha nipatiane link hapa tafadhali. Mtu akuje hapa atuimbie, mtu akuje hapa atoterelie. Hivyo vile like njoo hapa kaza kutuimbia. Njoo hapa kaza kutuimbia. Wow. Umetupa hii wapi tena? Umetupa wapi bana? Kwa mimi tunanifirisha aje hivi sasa? So nataka kupatina link hapa tafadhali, watu wakuja hapa kama unafikiri kutuambia leo. Naweza tuanzishe katika njia ya maombi. Tulikuwa na shukuru, link ndio nishapeana. Sawa sawa. Ndio katika sababu ya maombi. Sawa sawa, tuweze kuomba. Maombi muhimu sana ya kuweza kumtambua Mungu, kuweza kumtambua kwa maana Mungu amekuwa. So I want to recognize God for what he has done for us. So aweze kuingia jaja ndani ya nyumba hapa ndani ya Kisi Hot TV. Uko na mimi hapa Dennis Kukuntu. Kufanya tofauti sana kuliko siku zingine zile. Sawa sawa. Hakikisha umewakisha rekodi yako, umesubscribe, umeshare, umefanya nini? Umecomment, mita watu 3 mjora watu hali kwamba ni siku refu sana tangu siku ya jana tupo achana hapa ndani ya nyumba. So hakikisha kwamba hiyo link tafadhali itakufikisha hapa ndani. Maombi muhimu sana tukaweza kuanza kumtukuza Mwenyezi Mungu. Kwa maana nikwambia siku ya leo kwa ni siku ya healthy, siku ya afya, lakini kwa sababu ya daktari wetu ako very fixed, ameshikamana pale, tunaweza kuwa pamoja na yeye. So hakikisha kwamba tunapiga leo kwa mchada tofauti hivi leo. Unasahau kwamba siku ya kesho tutapata mtoto wa mama, mtoto wa mpole sana, kijana wa nguvu anaitwa Dan Arsenal akiwa mjaja ndani. Okay. Naona pale mtu mmoja anaenda kusambaza salamu. Sasa si wewe ukisalimiwa, salimika. Mtu akikusalimia, si usalimike? Mtu akikusalimia, mbona usisalimike? Kama umeita pale katika comment, kisha kwamba ndani ya Kisi Hot TV want to do another way sana na kuna mtu akupale nyuma ya tent. Tutakuwa na kuleta tuanzie katika sababu ya maombi. Naomba kwanza kufungua, ikiwezekana utafungua kamera, ikiwezekana utafungua kamera. We want to start prayers. So hakikisha kwamba pale kama mjaja ndani ya nyumba uje tuanzie kwa njia iliyo safi. Fungua kamera yako, fungua na microphone yako tafadhali. Mimi ninakupata kwa njia iliyo safi. Sitaweza kufungua, poa sana. Tutafungua baadaye si sahi. Okay. Sasa unapika? Sipiki lakini niko na watu. Ndo mbaroro. Nashukuru sana, karibu sana. Sasa unapika TV. Kumbuka tupeleke kwa Mungu.
Sipiki lakini niko na watu. Sawa, tupeleke. Mbona nimejirudia? Sasa hivi unapika. Sasa hivi unapika. Umejirudia, tupeleke kwa Mungu. Okay, nimeshughulikia hiyo. Iko sawa sasa? Sawa. Iko sawa? Iko sawa. Tupeleke kwa Mungu. Tupeleke kwa Mungu kwanza, tuanze kurudi kwanza mambo mawili matatu. Waje tuombe. Naam. Baba yetu uliye mbinguni, tumekuja mbele zako wakati huu Mungu tukisema ni asante, umekuwa mwaminifu, umetulinda tangu asubuhi mpaka wakati huu Baba. Tunashukuru kwa yote ambayo umetutendea Jehova. Tunajua zipo mapenzi yetu, bali ni kwa neema yako tumefika wakati huu Mungu. Baba, tumekuja tukiungama dhambi zetu, tunajua kila siku na kila saa tunatenda maovu. Tuombe utusamehe dhambi zetu ambazo tumefanya tangu utotoni hadi wakati huu Mungu. Wakati huu tunaingia kwa kipindi Mungu, tuombe ututie nguvu, na yote tutakapoenda kuzungumza yawe ni ya kutusaidia, yasiyo ni ya kupotea Baba. Jehova, nimekabidhi wanakisi wote, TV wote Baba, kila mmoja amekusanyika mahali hapa, umpe neema na umpe nguvu Baba, kila kitu ambacho tutakapozungumza kiwe ni cha kutenda Baba, kisiwe ni cha kupotea. Jehova Jire, nimekuita kwa wagonjwa wote walio hospitalini ukawaponye Baba, na wote walio masafarini wakati huu Mungu ukawe wewe ndio dereva yao, wafikishe salama na nitaliinua jina lako. Wakati huu Mungu tumechetea kwako mpaka wakati tutakapotamatiza, na ni katika jina lako Yesu Kristo mwana wa Mungu tuombe pia tena kuamini. Amen. Amen. Nashukuru sana. Thank you very much. Thank you very much. Nashukuru sana. Labda kwanza tukuwakilisha pale salamu zako watu kuri watatu, waambie kwamba unatokea siku ilikuwa vipi. Salamu ziweze kutembea tafadhali. Nafasi wako. Nimesalimia watu wote wenye wananijua. Na wenye hawanijui pia nimewasalimia. Nawatakia usiku mwema na ninawaambia wajajae huku. Niko nayo tu. Asante kwa kuita watu waweze kuingia ndani ya nyumba sasa. Asante kwa kusalimia watu kwanza. Naomba ukaweze kuita watu, ita register. Watu wawili, kila mtu ukiita watu wawili ama watu watatu. Obe, nebira Marieta. Usingiansi nyomete. Usingiansi. Kwani unaongea nini? Nilisahau. Kiruya. Nilisahau nikwambie Kikusi. Ita watu register pale mbele. Naita Getro, Celestine, Favored. Yes. Taking Finest. Fenika. Ulisema wawili hata nisapita, na wote nawaambia wakujeni. Na wenye wameingia siku wasalimia, karibu sana Masiri na Basta Eric Machuki, long time. Na kurudu na kuambia ujaejae kwa nyumba. Asante. Karibu. Thank you very much. Nashukuru sana. Asante, shikilia hapo, usiondoke tafadhali. Watiragavu. Shikilia hapo. Coming on the next on the pit now ni Dennis Kurikuntu. Kama ushafika ndani ya Kisi Hot TV, hakikisha umeweza kusalimia watu, umekwisha rekodi yako kama tutafanya kama kawaida. Ila tu Pastor Machuki inakuwa na pale, Master Bosburi inakuwa na pale. Shikilia hapo. Wacha nifanye hii. Nimenafikiri kwamba kuna kitu sichafanya. So tunataka nimefikiri kwamba kuna kitu sichafanya normal the way I normally do, so I feel like tukaweza kufanya this thing before I continue to Pastor Eric Machuki, to Masin Bosburi and others. Team comment, teams ziendelee kutembea zikitembeanga, sawa? So want us to worship the Lord as we normally do, as obvious.
Then nilikuwa nataka kuipita tu, lakini nafikiri kwamba I'm not comfortable. Wewe ni wastahili sifa na utukufu, hakuna kabisa, asema wewe wastahili hakuna twasema wewe ni wewe Bwana, hakuna kabisa, hakuna kama wewe Bwana. Moyo wako ukasema kama hakuna Mungu, hakuna kama yeye, fananishi na tunganisha kabisa. So the next stage na pale pastor ili kimachuki yako pale, matene possible yako pale, select Nyakati na wakisha pale. So the next do as obvious as normal as every day we gonna do. Tunataka kufanya mambo kile kitu kufuata. Ni salamu kisha baadaye watu waweze kustampona pale tafadhali. Okay? Tutakuwa tuingia katika mjadala wa siku hii ya leo. Tutaweza kufanya mambo mawili matatu kulingana na tutongoza. Leo tutakuwa na daktari kwa sababu daktari ako so much fixed pale. Leo kuna kazi mpaka mwendo kwa saa 6 pale hospitali. So ndio maana yake hata tutakuwa naye hivi leo. So the next on stage Pastor Eric Matuki amepotea sana. Shaka na kulegere na nderemo na drum, filimbi na nini, tukikaribisha Pastor Eric Matuki. Hey, Pastor Kimachuki, shangwe na kugere kwako mazini mbo sitasikia shangwe na kugere. Sijui koiriri hata sijui. Hey. Karibu sana, karibu. We have missed you. Welcome. Nilikuwa na siku 2-3 ukapotea. Sasa leo ndo nimejua jina lako. Eriko, Pastor Eriko, welcome back. How are you, Pastor? Jambo. Pastor, bless the Lord. Pastor amebaki na amefurahia. Amefurahia, wacha. Sema kufurahia. Pastor mbona anafurahia mpaka kwa screen. Pastor, bless the Lord. Yaani unafurahia mpaka sasa. Hallelujah. Sauti yake haipo. Kitu nataka kutuangusha na Pastor. Unmute your mic, Pastor. Unmute. Yes. Habari ya siku mingi lakini. Salama sana. Sijapotea kwa ubaya. Niko ninawapenda, ninawakumbuka kila wakati, ninawaombea. Assignments imekuwa mingi, most of the time nimekuwa nikidili nazo. At least saizi zimepungua. Na leo nimeonelea vyema nichunge na ndugu zangu, sister zangu wa Kisi Yote TV. At least tusalimiane, tujadiliane kidogo. I am very happy to join again. Najua imeenda muda tangia ni join, lakini niko na nyinyi kwa maombi, kwa mawazo, huwa ninawafikiria kila wakati. I'm with you my brothers, mercy sijawatupa, niko na nyinyi. Najua assignment ndio zimenikalia mengi, tunaelekea mwisho wa muhula wa term. So tunang'ang'ana kumalizia. Yes. Lakini niko na nyinyi kila wakati. Yes. Nashukuru sana kwa kunikaribisha kwa shangwe. Wakilisha area code tafadhali, wakilisha area code kuna ita watu 2-3 ndani ya nyumba. Basi nashukuru sana kwa saizi, najua niko maeneo ya Western Kenya, Vihiga County.
katika chuo cha Kima International School of Theology. Hapo ndio ninakaa kwa wakati huu. Nyumbani kwetu ni huko sehemu za Keroka, Nyankuba. So watu wa nyumbani wote ambao wana watch saa hii Kisioti TV ninawakaribisha ndani. Wale ambao wananiangalia, wale ambao wananiona. Mashabiki wangu wa Kisioti TV, masibozibori. No, hiyo China si bozibori. Hii ni China inaitwa bozibori. Ninapenda kuitanga mazibozibori. So I'm very happy to see you. There's journalist Queen imemiss. Celestine Nyakati na kuona. Actually mashabiki wote wa Kisioti TV. Siwezi tacha nimalishe. Lakini ninawapenda, ninawakaribisha ndani. Naona tu leo mjadala iko sawa. Tuchumuike kwa pamoja. As always ninasema ya kwamba maoni yanakubalika, lakini let your words be fed with love. Wacha maneno yako yawe maneno ya upendo. Wakati unapotamka, tamka kwa upendo. Yes, maoni yanakubaliwa, maoni yoyote yanakubaliwa, lakini yale ambayo unayoyatamka yatamke kwa upendo. Bwana asifiwe. Amen. Unajua sisi tumezoea tukihubiri at least tunasifu Mwenyezi Mungu kidogo. So Amen. Sitaki niendelee kupita hapo kukulikuntu. Wacha niachie wengine nafasi. Naona Derma ananiuliza kwani wewe ni wa kwetu? Hapo ndio nyumbani. Yaani mnatoka hata mjwani. Hata mjwani. Kukulikuntu nikikuja 2 weeks from now na I promise nitapitia hapo. Nieke kiti cha mgeni. Sisi tuko karibu sana. I think 2 weeks from now nitakuwa tumefunga shule. All right. Shikilia papo hapo pastor. Next stage anaitwa nini? Masaline Bosibori. Jambo. Kidogo nimekuja. Si jambo. Sasa kidogo. Sijano kidance. Wakane. Sijajua na dansia nini. Nasikiza kwanza nijue ni nini na dansia. Sawa. Kike kana bamba. Reza volume bwana kukulikuntu. Niongeza. Bosibori. Show your love. Hey, Bosibori gaki. Wedero. Umemwaga ungapi? Hey. Nitaanguka. Nimeweka kiti juu ya kitanda. Kutafuta network. Huwa nasimama. Najua ghorofa yako. Najua kwa ghorofa saa hii mpaka tutoka hapa. Yeah. Karibu sana. Siku imekuwa aje? Siku yangu imekuwa nzuri. Yes. Nashukuru Mungu kwa kila kitu kwa sababu naona niko na afya. Na bado imeisha nikiwa na nguvu na pia nimewaona. Yes. I thank God. Yeah. Wakilisha rekodi yako, salimia watu wawili watatu ita watu waweze kujaja ndani ya register marking. Hapo unaniwezanga. Nishawasalimia huko chini. Okay. Nikusalimie wewe kwanza mwenye naona. Na Pastor Eriko. Bernard Onunga sijui alipotelea wapi. Liz Queen. J Kingsley. Dabokala. Na Celestine. Na wengine wote na mafansi wote wa Kulikuntu TV. Nashukuru sana. Wapokee salamu zangu. Kile hapo. Network isikutupo siena atuchanza mchadala usiende mbali, usikwende mbali. Wapi ni muziki yangu? Unaweza kunitupa. Tunaona nikiinua simu. But I hope itakuoperate. Juu naona topic ni nzuri sana. Nafika kwaka Celestine Nyakati, muziki imekataa. Celestine. Yes.
Hiyo picha yako unaweza fungua tukuone? Picha yangu niko kuagiza. Mwezi mkaniona. Kwani Stima alikwenda wapi? Stima hayuko, alienda kwao. Stima hayuko, alienda kwa auntie. Sawa. Karibu sana ndani ya nyumba. Siku amekuwa aje? Siku imekuwa poa, nashukuru Mungu. God is faithful. Neema inatosha kutoka asubuhi mkono wake. Namshukuru sana. Asante. Wewe umepotelea wapi? Siku hizi hatutaki kuona. Kama ni mimi peke yangu. Nipo wakati mwingi nachezea comment section. Lakini nipo tu. Wakati mwingi niko out, safari zimekuwa mingi, lakini tuko pamoja. This is my home. Kuna certificate ya kuweka team comment pale? Sema alikuidhinisha kwa team comment. Wewe wacha nikwambie, unajua sikiliza nikwambie. Watu kama kuna watu wenye wanafanyanga kazi, team comment pick up guys. Unajua hao mgeni akiingia wa kwanza ndio huwa wanakaribisha mgeni mpaka ana feel comfortable, you see. So those guys wanafanya kazi nzuri sana. Those team comment manze, mnafanya kazi poa. Yeah. So me I think niliwasalimia kwa team comment. Ila tu ningependa kuimba tu chorus moja nikiwakaribisha wote. Yeah. Wacha niimbe huo. Naupenda sana. Ni kuzuri nako ili niishi hadi leo. Wengine wameshakufa ila mimi ni kuzuri lake Mungu ili uishi hadi leo. Wengine wameshakufa ila mimi ni hai. Nilizaliwa kwa makusudi yako ili wewe uinuliwe na moyo wangu wa kuinamia nafsi yangu ya kutukuza. Bwana umenivusha pale ambapo niliposhindwa, ukaniinua nikasonga mbele ili mataifa ya kuone wewe Mungu. Nitakusifu jemedari wa majeshi. Wewe Mungu ni mkuu, nakusifu jemedari wa majeshi. Kuliko vitoa mbali nitakusifu jemedari wa majeshi. Ulikonitoa mbali nitakusifu jemedari wa majeshi. Ni kuzuri lako Mungu ili niishi hadi leo. Wengine wameshakufa ila mimi ni hai. Ni kusudi lake Mungu ili uishi hadi leo. Wengine wameshakufa ila wewe uhai. Mungu awabariki sana. Amen. Hii nafasi Mungu ametupea, let's not take it for granted. Yeah.
hapo. So nashukuru sana, tumecomment kwa shaja ndani ya TC Hot TV na kukaribisha one on one kabisa ndani ya nyumba Kwamba, na mimi ni Dennis Kurutu ako hapa ndani. We want to profit a lot in every situation and every moment. Let your heart and let your everything inside you to praise the Lord. Naona pale kuna mtu amenipotelea hapa sana for long time, tafadhali nimemwona, naomba mkaweza kumsalimia, mwambie welcome. Mniambie Gertrude Nyamari, karibu sana. Ni wiki mbili sijamwona. Watu wakaribisha, nani anakaribisha Gertrude Nyamari? Ni Dele ni Kwamba. Dele. Yes. Naomba tafadhali ukanisalimie mtu anaitwa karibisha. Mtu anaitwa Gertrude Nyamari. Ako wapi? Kwa team comment. Geti, nakuona na kusalimia. Pokea salamu zangu na saa kungurukutu. Amesema ukuje hapa akuone. Okay. Nakole. Jamono watu leo hakikasi. Leo we want us to talk about a brief topic. Je, wajua kwamba tumefika nyakati za mwisho? Ni nini kinaonyesha kulingana na maoni yako? Kama unajua kwamba tumefika nyakati za mwisho, kama unajua kupambanua kwamba nyakati za mwisho ndio tumefika, wewe mwenyewe unaona kwamba tumefika katika nyakati za mwisho kulingana na maandiko kama kulingana na maoni yako? Ni nini kinaonyesha kwamba tumefika nyakati za mwisho, kama tumefika? Haya, kama tutafika, ni nini kinaonyesha tutafika? Unajua kupatiana maoni yako, kupatiana pointi zako pale, hakikisha kwamba unazitetea. Unatetea, unasema kwamba mimi I'm saying like this and this because ya hii na hii na hii hivyo, it will be well. So karibu sana dada pale ndani, tumcomment tafadhali, watu wasalimiane pale, ukisalimiwa itika katika comment na tukaweza tukusonga mbele pamoja ndani ya Kisi Hot TV. Mbele uko sawa? Sijui mbona watu wanaendelea kutoroka hapa, ni network sijui nini kimetoa Celestine. Nimeanza. Pastor Eric Machu, kifungua kamera, tuko kwa TV tafadhali. Pastor Eric Machuki. Pastor Eric Machuki. Okay. Masrain. Unmute your mic. Mpata? Nakupata. Naona umeona mjadala wetu wa siku ya leo? Yaani nimeona kama sijasahau, inauliza umeulizaje? Topic yenyewe niko nayo kwa kichwa, but hebu naomba tu urudie hiyo nini title. Headline. Je, wajua kwamba tumefika nyakati za mwisho? Ni nini kinaonyesha maoni yako? Sasa mimi naweza sema but kuna echo, sauti yangu iko na echo. Reduce volume kutoka kwa simu yako jamani. Okay. Yes. Sasa mimi naweza sema kwa maoni yangu naona tumefika mwisho, ni nyakati za mwisho. Na chenye kinaweza fanya niseme hivyo ni kulingana na vile mambo yanaenda duniani. Yesu alisema wakati alikuwa duniani, mkiona kuna mambo alisema, mkiona yameanza kutokezea mjue mwisho umekaribia. Na akasema ni vitu kama magonjwa, vitu kama njaa, earthquakes, yaani mataifa yakipigana na mataifa mengine, watoto kufanya nini, kupetray wazazi wao, wazazi kupetray watoto, all those kind of things. Alisema zikianza kufanyika
mjue mwisho umefika. Na sasa kwa maoni yangu nikiangalia pale dunia imefikia, alafu pia alisema neno lake litajulikana kwa mataifa mengi sana. Yaani kila ulimi utakiri kwamba Yesu ni Bwana. Na hayo tunaona yameendelea kufanyika hadi to the Arab countries. Jesus is being preached everywhere. Kila mtu sasa amepata ile nuru, si kama kitambo. Everybody is in that right that Christ is the truth and the way. Watu wanajua. Sasa wakitaka kuignore wataignore, but hao yashatendeka kwa sababu Yesu alisema mwisho ukifika all those things will happen. Sasa nikiangalia unaona kama hii COVID yenye imekuja haikuja kwa country moja, ilikuja to the whole world. Hii inaashiria sign moja ya mwisho. Njaa mataifa mengi yako na, at least kila taifa kuna part ambayo kuna njaa. Earthquakes, tunasikianga earthquakes sijui imefanyika wapi. Kama juzi tumekuanga na locusts hizo za kuteketeza nini crops na vitu kama hizo. Na all 20 Matthew chapter 24, naomba kama unaweza nisomea hapo, ndio tunaona Yesu akisema ni yapi yatatokezea wakati nyakati za mwisho. Mkiona haya mjue. Matthew chapter 24. Na sasa naona hao yanatendeka kabisa. Kama ni wazazi wananachizi hata watoto wao. Yaani mambo yanafanyika yasiyoeleweka kuonyesha mwisho ushafika. 24 mstari wa ngapi? Anzia 1 tu. Anzia 1 ukiendelea. Then Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came up to show him the buildings of the temple. And Jesus said to them, "Do you not see all these things? Surely I say to you, not one stone shall be left here upon another, that it shall not be thrown down." So as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, "Tell us when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age?" And Jesus answered and said to them, "Take heed that no one deceives you. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and I will deceive men. And you will hear of wars, rumors of wars. See that you are not troubled, for all things must come to pass, but the end is not yet. 7. For nation will rise against nation, and the kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. Other things are the beginning of sorrow. Then they will deliver you up the prisons and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. Niachia hapo kwa sababu sijui Celestine, sijaona huyu mtu alitupatia hapa, sijamuona pale. Pastor Kimacho Riskini amefika, nashukuru sana. Sijui muona watu wakafungua tafadhali kamera, watu wako kwa stage. Pastor Kimacho kufungua kamera ama ni waweke hapa. Okay, sawa, thank you. Almost kwa tupa side nyingine mbali sana. So karibu sana, nashukuru sana. Nilikuwa nasomea Maseni Mobile Network ikapotea. Sijui maoni yako ni yapi? Alikuwa akirudi atatupatia, ila tu nisome comment 3 peke yake kisha nipatie
Pastor Eric Machuki. Gesh, nilikuwa nimekuwa na tafadhali, karibu sana ndani ya nyumba. Sawa sawa. Okay. Anaitwa Brian Onsingo, alikuwa number 1. I'm live from Mabaso. Brian Onsingo, thank you very much. PPC Kenya Entertainment, Pitboy San in the building. Nakwambia karibu sana mtu wangu PPC Kenya Entertainment. Maslin Bosibodi anasema kwamba tuned in, thank you very much for tuning in. Nashukuru sana. Dereni Kwamuka anasema kwamba nimeingia hapo vipi? Hapa poa sana, hali ya kwako. So Pastor Eric Mashuki, jambo. Karibu kwa mjadala. Poa sana. Karibu kwa mjadala wetu wa siku hii ya leo. Asante sana, nashukuru kwa mjadala mzuri ambayo umeleta siku ya leo. Hakika nimefikia mjadala mzuri. Naona uliuliza swali kwa YouTube, je, wajua kwamba tumefika nyakati za mwisho? Ni nini kinaonyesha kulingana na maoni yako? According to me, tumefikia nyakati za mwisho. Yes. Na yale ambayo yaliyotabiliwa yameanza kutimia. Tafadhali nitoe peke yangu kwa screen. Kwa napenda niona watu ambao ninaongea na wao. Wako Pastor. Iko sasa. Napenda nikuone hata wewe nikiongea na wewe. Yale ambayo yanatendeka humu duniani yanaonyesha ya kwamba tumefika nyakati za mwisho. Sometimes Biblia inanishangaza sana, kwa sababu inasema mkishayaona haya yote mjue kwamba huo ndio mwanzo wa mabaya. Nashangaa ni mwisho ama ndio mwanzo. Lakini Yesu amenena katika Biblia, kitabu cha Mathayo 24. Niacha Biblia kwa rumu, lakini naweza tumia simu. Matthew chapter 24 verses 3 kuendelea. Inatuonyesha the signs of end time, kwamba tukishaona vitu kama hizo ambazo Yesu amevitaja, tujue ya kwamba mwisho umekaribia. Haujafika, lakini umefanya nini? Umekaribia. Tujiadhari. Kama huku umetupu, utupu before, kwa sababu mwisho umefanya nini? Umekaribia. So kulingana na mimi kukulikuntu, nyakati za mwisho asijafika, yani nini, mwisho hujafika lakini umekaribia. Kwa nini? Kuna yale ambayo tunayoyaona. Hayo yanadhihirisha ya kwamba mwisho uko karibu sana. Very soon is coming. The end of the world is coming very soon. Matthew chapter 24 verses 3 kuendelea. Uko na Biblia kukulikuntu? Nasema yes. Sasa tuanze kusoma kuanzia verse 7. Anzia verse 7. Matthew 24 verse 7. For nation will rise against nation and kingdom against kingdom. And there will be famines, pestilences and earthquakes in various places. Achia hapo kukulikuntu. Mswahili alisema mwenye macho ambigu ifanya nini? Tazama. Nani aoni yale ambayo yanatendeka? Vita kila siku. The other day Israel was fighting with, I don't know which country gani. Vita kila wakati. Nchi zinapigana. Damu inatiririka. Watu wanauawa, yani unyama. Watu hawaoni kwamba huyu ni mwanadamu mwenzangu. No, people are killing each other. The kingdoms are fighting. Those are the signs of the end time. Wars, vita. Kila wakati ni vita.
Paka tunashindwa tujifiche wapi. No, tukiona kwa TV vile watu wanauliwa, unashangaa Mungu anaishi, Mungu anaona venye watoto wake wanateseka kweli. We are in the time of war. The devil, hata shetani anapigana. Hayo yanaonyesha kwamba mwisho umekaribia, unakuja. Mkiyaona haya yote, mjue ya kwamba mwisho umekaribia. Na before huo mwisho ufikie kukulikuntu, lazima tujiadhari. It is coming. Nataka watu wajue kwamba the end time is coming. Na kuna dalili ambazo zinaonyesha kwamba inakuja. Ufalme wa Mwenyezi Mungu unarejea. Kwa sababu signs ziko. Mungu akirejea atakupata wapi? So before huo mwisho ufike, chiweke katika ile nafsi ambayo inampendeza Mwenyezi Mungu. So kukulikuntu, that's the first sign. Also you can read on Revelation chapter 6 verse 4. Revelation chapter 6 verse 4 inasema juu ya nini? Ya fedha. Earthquakes ziko. Kuna siku nilikuwa Kisii. Najua mimi nikilala nimeshalala. Nikaamka asubuhi nikapata Facebook kila mahali eti earthquake ilikuja usiku nini sikuwa nimesikia. So those are the things zimekuja. Na zinawatuambia mwisho umefanya nini? Umefikia. Increase of crime. That is on verse what? Increase of crime. Verse 12. Matthew 24 verse 12. Nataka niachie hapo nipewe wengine nafasi. And because iniquity shall found around, the love of many shall wax cold. Hebu soma Yako kukulikundu. Unajua yangu iko na kizungu kingine hata sielewi mwenyewe. Matthew chapter 24 verse 12. Utakuwa haraka kufungua Biblia. Matthew 24 verse 12 nimalizia hapo nipewe wengine nafasi na wakati ukipatikana nitaingia tena. It says, and because lawlessness will abound the above. Yes. The crimes, yani cold. Yes, crimes ziko mingi. The love of many imepungua. Upendo wa wengi umefanya nini? Hata siku hizi mama, papa, mzazi anachinja mtoto wake. Mtoto anachinja mzazi wake. Upendo, that love between a parent and a child imekuwa wapi? Between a child and a parent imeenda wapi? Between a brother and a sister imetoka, imekuwa baridi. The end time is near. Tunaonyeshwa. Kitambo, yani mtoto na mzazi wake, ungeuza mtoto hivi, mzazi angekuua. Ungeuza mzazi hivi, mtoto angekuua. Lakini siku hizi, you don't care. Hata mamaka akikufa kwenda huko, watu hawajali. Where are we heading? Sure. The end time is in. So kukulikuntu, hizi nyakati za mwisho zimefika. Ombi langu ya kwamba tujiadhari. Matendo yako yawe yanampendeza Mwenyezi Mungu. No. Yale mambo ambayo nayo yafanya kama mwanadamu, yale yawe ni mambo ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ufalme wa Mungu karibuni unarejea. Hivi karibuni Mungu anakuja. What I don't know mimi kama Pastor Eric ni saa na siku. Hiyo ndio kitu sijui. Siku na saa Mungu atarejea. Hiyo nao sijui. Lakini kitu ninajua is coming very soon. Yale ambayo yanatendeka humu duniani yanatuonyesha.
Mungu akirudi, akirejea, jiulize na uchichipu. Usinichipu mimi. Asante sana kuku. Shikilia kwa sasa. Makofi wote basi, tutabaki kurudi hapa. Sasa funga kamera. Watu pige basi makofi bakai. Watu pige basi makofi hapo nje. Thank you very much. Nashukuru sana ndani ya Kinaonyesha TV. Via Babes, welcome to Kinaonyesha TV. Diskini, karibu sana ndani ya nyumba. Penina UAE, karibu sana. Wambuhu, Nyamache, Kwamba. Karibu sana. Get through whatever you are. Karibu. Jump ndani. Stress nyaka jaja ndani. Comment yote tulionjo hapa live on the direct tukusema sana mawili matatu. Okay? Jesus. 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 Unanipata? Jesus, unanipata? Jesus, unanipata? Jesus, unanipata? Jesus, unanipata? Ngurukutu. Oh. Ngurukutu. Oh. Mimi nataka kusalimia Pastor Machuki nitoke na nimeona Jesus ameingia kwa screen yake tutaokoka. Yaani unasalimia Pastor Machuki. Unataka kutoka? Pastor Machuki amenileta hapa mbio mbio by the way. Pastor Machuki mambo. Sisi wengine tuone. Mmepotea by the way. Nini ndio salimia Pastor? Pastor Nimerudi Machuki sasa leo, umepotea niko hapa. sana. Niambie. Nimekumisi sana by the way. Najua hali Mungu ya akubariki shule kwa kazi. assignment ni mingi kidogo, Najua lakini shule niko hapa inakuanga leo. na kazi nyingi. Mungu akubariki sana na mahubiri yenye unaendelea kuhubiria Yes. watu. Hatusikii. Unahubiri lakini hatusikii, tuko na vichwa ngumu. Lakini tunaomba Mungu atusamee. Nilikuona kwa YouTube channel yangu. Nashukuru. Yes, naambia watu waendelee kusubscribe channel yako kwa wingi. Na mimi pia yangu na Jesus kama ako na yake na kungurukutu. Hello. Akiret. Leo tutaokoka kama nimeona Jesus kwa screen. Hello. Nimemaliza kukurukutu. Shikilia hapo sijakwambia umalize. Oh, Jesus nilikusalimia. In the name of Jesus Christ. Hey, nimepokea. Unanipata kweli? Tunakupata jambo. Habari zenu hapo? Salamu sana. Neno la Mungu nimelipata vizuri sana kama nikukupoteza. Karibu sana. Karibu sana. Unanipata kweli? Ninakupata lakini unakatika network yangu iko mbaya, wacha nikasikia hapa nyuma ya tent. Karibu sana Jesus, nakusikia sasa. Jesus. Diskini naomba rudi hapa. Pastor, ambia Diskini arudi hapa. Yes. Wameenda wameniacha peke yangu. Tu hapo network ni kama inawazungua pale. Okay. Karibu sana ndani ya nyumba, ndani ya Kinaonyesha TV. Na mimi hapa Dennis Kukulikuntu niko papa hapa pamba tu pamba hadi kieleweke nayo. Team comment zimejaa pale, wote ngeza kuingia pale, nilikuwa nimeachia. Anita Maserene Bosbori network iliende kama mzima. Salamu zangu kwa Kuntu, Bernard, all pastors, Dan, Mr. Right Sele, Skin Jenkins Right, Double KK. Nashukuru sana. Na wewe umeenda Maserene Bosbori on all Kuntu TV fans. Nashukuru sana, asante sana my dear sister. Sarisi Nyakati channel I'm in, karibu sana.
Celestine Nyagaka anasema kwamba I see you many people. Blessed seas. Nashukuru sana. Thank you very much. Anaitwa Celestine Nyagaka channel. PPC Brian Kurukuntu Masi Bosibori Karo Vani Getty Liskin Mahailin Finest Man Favored Phoenix Ruth Mary Geoffrey Ben Pastor Meza Pastor Eric Valentine Jenkins Wright na wengine wote ingieni ndani ya Kisi Hot TV. Asante sana, nashukuru sana. Anaitwa Wambuhu Jamshed Wambuhu at Kurukuntu mark me present. Are you still present Wambuhu? Wambuhu, are you present? Team Center nawakilisha pale na karibu sana. Wambuhu team comments, hey all. Karibu sana. PPC Kenya Entertainment aka Pity Boy Son at Celestine Nyagaka channel mambo niko ndani. Karibu sana my brother. Anasema kwamba nice worship moto sana, nashukuru sana. Na napata team comment, chairman wa team comment anaingia anasema kwamba hamtamboni studio huko. Hatujambo sana Mr. Chairman. Team comment nashukuru sana. Team comments, hey all. Anaitwa Wambuhu anasema kwamba team comment mambo. Wambuhu Kuruntu mark me present. Are you present? Anaitwa Piento Penado anasema kwamba please subscribe my YouTube Piento Penado. Thank you very much. Taking straight at Celestine Nyagaka, thank you very much. Taking straight anasema kwamba Wambuhu hello, anachema ni watu comment pale. Pastor Eric, thanks ni kwake Wambuhu, nashukuru sana. Wambuhu anasema kwamba at thanks right hello to you. Kwambo, tafadhali mkiona Kwambo kumwambie na muhitaji hapa. Kwambo, I need you here. Wani mpatie link. Mwambie Kwambo kana mtafuta. Pastor Eric Mashuki tuko kwa TV, tafadhali naomba kafungue kamera. Tuko kwa TV, Pastor Eric Mashuki. Okay. Mkiona Kwambo tafadhali mwambie ninamtafuta. Sawa sawa. Wambuhu anasema kwamba at Pastor in jana ulikuwa wapi na venye tulikuwa na mchadara poa. Pastor jana alikuwa wapi jamani? Wambuhu anasema kwamba at Kwambo evening too. Thank you very much. Becky anasema kwamba hi they know and all guys, niko ndani, karibu sana. TNG Omacha TV Media Kenya high host and kila mtu karibu sana. Naitwa Gertrude Nyamari, umepotea sana. Umeenda wapi ndio siku hizi? Sijawahi kuona. Anasema kwamba hi and everybody. Hi to you my dear sister. Okay. Anaitwa Gertrude Nyamari anasema kwamba nimesalimika, asante sana, nashukuru sana. Anasema kwamba nimesalimika, nashukuru sana. Anaitwa Vanis Kwamboka, watu mkoje? Tuko poa sana, ulitoroka kutoka hapa ndani. Nilikuwa nakufikia sasa. Upatie mwanda wako mawili matatu ndani ya nyumba. Okay. Anaitwa Riskine Pastor Machuki, mambo. Nimekumisi sana feel at home. Yaani sisi hatuoni, unaona Pastor peke yake Riskine. Yeah? Wacha. Asante. Anaitwa Riskine. Anasema kwamba I'm so happy to see Pastor Machuki. Nashukuru sana. Thank you very much. Show your love to Boniface ndani ya nyumba. Alright. Boniface ma. Boniface. Jambo. Boniface jambo. Boniface jambo. All right. Yes. Mambo. Okay. Anaitwa Riskin anasema kwamba please subscribe to the channel of Pastor Mufiki and Plus Riskin. Peke yao ndio wanatambana, sisi wengine tumetupwa nje. Sawa sawa, tunaona. Nimeona. Wambuhu amen and pastor ni ukweli, nashukuru sana. Boniface.
Network. Anaita Riskini anasema kwamba Wambuhu mambo. Wambuhu anamwambia kwamba poa sana Riskini, nashukuru sana. Wambuhu anasema kwamba even pastors are fighting one another, sijui pastor wanapiganaga. Anaitwa Nyamache Nyakweba, tuned in from UAE na wakisha ndani ya nyumba Gulf. Nyamache mambo Riskini Nyamache Nyakweba. Okay Riskini, nashukuru sana. Anaitwa Nyamache, welcome to Kisi Hot TV. Make sure if you are new here to subscribe, okay? Anaitwa Riskini, nimeona Jesus kwa screen. Yes, Jesus yako kwa screen. Okay. Mastereni Bosibodi. Network ili kutupa nje. Karibu sana. Ilinitupa but nimekuwa nikisikiza hata hiyo Matthew 24 yenye nilikuwa nasoma, nimesikia pastor amesoma na akaifafanua. Ameisoma na akaifafanua but naweza ongezea kawimbo. Msijali sauti, focus tu kwa maneno. Ni hiyo tu nini. Ni hiyo nimezoea Psalms. Nimezoea Psalms sana. Ni hiyo Matthew 24. Huu wimbo ulikuwa wa kwaya wakati tulikuwa kwaya teenager. Tunaposoma Mathayo 24, Yesu aliketi mlima Mzeituni, akawaeleza ishara za kuja kwake. Msidanganywe siku za mwisho. Tunaposoma Mathayo 24, Yesu aliketi mlima Mzeituni, akawaeleza ishara za kuja kwake. Msidanganywe siku ya mwisho. Tazama ishara za mwana wa Adamu akija juu ya mawingu mbinguni, nyota zikishuka, maombolezo ya wanadamu. Tazama mbinguni nyota zikianguka, ishara za mwana wa Adamu akija juu ya mawingu mbinguni, nyota zikishuka, maombolezo ya wanadamu. Maombolezo, maombolezo, maombolezo ya wanadamu. Mnapoona vita na dalili za vita, taifa litaondoka kupiga Mnanipata? Nishapotea? Mimi ndio sikupati, lakini nakusikiza hapa sikupati. Tuendelee na. Masterline. All right, thank you. Ponives, unmute your mic. Ponives mambo. Ponives, unmute your mic. All right. Okay. Damo, mambo. Ponives. Mambo poa, unanipata? Nakupata sasa. Poa. Nzuri sana. Karibu sana. Unasemaje hapo hivyo studioni? Salama na Unaingia saa hizi sijui. Sijui mlikuwa kwa programu gani? hapo kupata. Hello. Program tuko na pastor samahani Ponives. Swali wajua kwamba tumefika siku za mwisho ama nyakati za mwisho. Kama tumefika nyakati za mwisho, ni nini kinaonyesha kulingana na maoni yako? Nini kinaonyesha kwamba tumefika katika nyakati za mwisho?
kulingana na pigo ambalo limekuja duniani la janga la corona na magonjwa mengine mengi. Halo, unanipata? Nakupata. Halo. Nasema hivi, kulingana na nyakati za mwisho zenye zimefika sasa hivi, inatakana maombi mingi sana. Yeah. Maombi kwa wingi. Yeah. Yes. Wow. Network ni shida. Okay. Sema kulingana na magonjwa, kuna corona. Onyesha kwamba tuko nyakati za mwisho, tunahitaji maombi. Nashukuru sana Mponi Fez. Shikilia papo hapo. Naweza baki kwa mtu akona swali, tutakuwa tunasaidiana hapa. Wambuhu jana alikuwa na maswali chungu zima. Nyamache kama atini Wambuhu atinyamache welcome to Kiss Hot TV Diskin nasema kwamba nimeona Jesus kwa screen. Yes, yupo. Anaitwa Nyamache kwa thanks at Wambuhu. Anaitwa Wambuhu anasema Jesus nani ni nani tafadhali. Wambuhu Penina UAE iko ndani leo akikaribu sana long time my dear sister. Wambuhu anasema kwamba ni mwana lakini light iko poa. Pole sana. Anaitwa Atupenina mambo atiriskini. Asante sana Wambuhu. Atupenina welcome long time, karibu sana. Anaitwa Rani Wambuhu atipasta makofi kwa pasta ati Wambuhu atikurikuntu watu riskini aongea. Niliacha ongea lakini alitoroka kwa sababu riskini atakangi mambo na Mungu, atakangi kabisa. Getruti Nyamari, wewe ndio usikii. Aliyekuwa anambia riskini I think. Okay. Anaitwa Wambuhu atrisi kini wacha maliza na kicheko aki. Wambuhu anasema kama riskini mbona umetoka? Siji aliogopa Biblia. Anaitwa Boniface Arubiri from Boniface. Unawakilishanga wapi ile nini yako? Hebu nikumbushe. Ametoka tafadhali. Boniface anawakilisha wapi ile kodi gani? Wapi pale tafadhali? Nimesahau. Anyway, lakini Western Kenya inawakilisha Boniface. Nashukuru sana. Boniface Arubiri anasema kwamba hamjamboni, ni nalipata neno la Mungu safi hapa Putere. Boniface anawakilisha ile kodi kutoka Putere na kuambia Putere Western Kenya inawakilisha ndani ya nyumba. Nashukuru sana. Wambuhu anasema kwamba at Boniface welcome Kiss Hot TV from Central Kenya inawakilisha Penina UAE diskine poa sana. Nashukuru Richi long time my dear brother na Rosilima mintombi ya mole na soile ma mintombi ya mole tuko salama my brother long time tupotelea sana. Anaitwa Wambuhu Masi sauti wa Masi, uko na sauti mpaka watu wanatamani hapa nje nitawachoma. Arubire kwa nacheka hapa. Okay. Back to mchadara. Swali, je, wewe wajua kwamba tumefika katika nyakati za mwisho? Ni nini kinaonyesha kwa kulingana na maoni yako? Tunaweza kusema kwamba tumefika nyakati za mwisho. Ni nini kinaonyesha kwamba tumefika nyakati za mwisho? What shows that we are on the last days according to your comment? Okay? Kama ndio unaingia katika Kiss Hot TV, karibu sana ndani ya nyumba. Uko na mimi hapa ni Dennis Nyabuto Kukuntu. If you have not subscribed to Kiss Hot TV, subscribe. If you have not subscribed to Karo TV, subscribe. If you have not subscribed to Kukuntu, andika Kukuntu pale YouTube, subscribe. Mbere iko sawa, nashukuru sana. So back to the mastering in Bosibodi on network iko sawa sasa. Masi. Masi, naomba ukapande juu ya ghorofa mali unakuanga kila siku. Uwache mchezo. Unmute your mic, Masi. Unmute your mic. Bosibori, unmute your mic. Yes. You are saying something. Unmuted. Continue, Maluria Chia.
Ai, sasa sio wimbo imeisha. Unajua venye Pastor Eriko alisema hatujafika mwisho, tumekaribia mwisho. Ni kweli, kwa sababu kuna mambo ambayo hayajafanyika bado. Ni mambo mengi yatafanyika ndio the end ifike. Mojawapo ni hiyo ya nyota kushuka kutoka mbinguni, the moon will turn into blood. Unajua hizo vitu ni vitu hatujaona. Hata hiyo mzazi kusaliti, yani mtoto kusaliti mzazi kuwa mtoto. Okay, obvious zingine tumeona, but they are coming worse than what we are seeing now. Magonjwa yanakuja worse than what we have seen now. Haitakuwa na tiba kabisa. Najua hii corona inakuanga na hiyo nini, tumekuwa vaccinated wengine, alafu wakienda usiku wakitibiwa wengine wanapona. Sasa kumaanisha bado kuna yale magonjwa yenye hayana tiba kabisa kabisa. Like sasa tuseme ukimwi ndio watu wanasemanga haina tiba, but mtu anaendelea kuishi. Kutakuwa na ugonjwa wenye itakuja kama tu plague, inaua watu kabisa. Hata panado ya kuipoesha hakuna, painkiller yake hakuna. So we are not yet to the end, but we are almost to the end. So ni kujiangalia matendo yetu vizuri. What are you doing at the moment? Una associate aje na majirani zako? Na wewe mwenyewe umejipangaje kwa kusoma neno, kimaombi? Yani tuseme Yesu akikuja leo, kwa sababu kuna mahali hapo tumeambiwa, I think kwanza ukienda kwa the 10 virgins, I think ni Matthew 25. Chinzi Yesu atakuja haitajulikana. Utakuwa leo umejasha taa yako mafuta, umeenjoy hiyo ride yote, alafu kesho yake unasema afadhali nitumie hii mafuta niwe na mwangaza leo, kesho ikifika nitanunua mengine. But the time will be not at our side to buy another one, ama to recharge our spiritual life again, to go to Christ. The moment unadanganya tu kidogo na maybe umesahau umelala, unaweza pata tarumvet ikipiga wakati huo na watu wakienda. So ni kupima matendo yetu yako aje, kila wakati tuwe tayari juu Yesu atakuja kama mwizi. Alafu pia tukisema mwisho hujafika, nobody knows. Kama hiyo ugonjwa itakuja kesho na iue watu kabisa, nyota zianze kushuka all of a sudden, the moon turn into blood, we don't know. So yani naimiza tu watu tujaribu. Unajua it's not easy mtu kuwa mtakatifu ama kutembea katika njia za haki, but ujaribu kama wewe mwenyewe, you pray your part na Mungu atakusaidia. Na mwingine pia akipray his or her part, at least kuwe kuna Wakristo wale wenye tunasikiza kama hii TV ya Kuntu. Sasa acha nikuite Kuntu hii TV, at least we are being prepared always. Yani tunakaa karibu na Mungu, unlike watu wenye saizi wako wanasikiza secular huko, ama watu wako wanafanya yani wako tu, ama maybe mtu amelala. So na ningewahimiza watu kabisa watafuta at least mahali Bible inafundishwa sana, so that you may be near to God, kwa sababu inasemekananga faith comes by hearing and hearing the word of God. Hiyo ni James huko sijui chapter 1 ukiendelea. So ukiendelea kusikiza neno la Mungu, imani itakuja, na imani ikikuja, imani itakuja aje? Italetwa na matendo yako. Kila wakati utatamani kutenda mazuri, kwa sababu ukitenda mazuri pia hata ukiwa na shida ndio Mungu anakusikia. Hiyo ndio inakuja na imani. Pia unakuwa na imani kwamba mimi pali naelekea ni pahali pazuri. So the hand is at hand. Nobody knows that hand wakati itakuja. Tunaweza kuwa tumekaa tu hivi na tuanze kusing hiyo juu ya earthquake na nini. Alafu mtu usingoje mwisho ukufikie.
You might die before the end comes. Spirit yako itapata nafasi ipi? Utakufa leo, wengine wabaki wakingoja hiyo end. So it's good to prepare ourselves all the time. Yani at least jaribu 80% uwe sawa kama si 100%. Yeah. Nikipatia Pastor Erico. Nataka kujibu maswali mawili hapo ambayo nimeona huyu anaitwa Wambu. Sikini Wambu anauliza. Naona ananiuliza swali, Pastor Eric, sasa hiyo mwisho tutajua aje ikifika? Maana ameniuliza, alafu ameuliza hapa. Masi, wapi hapo kwa Biblia inasema nyota sitashuka? Hiyo ndio nataka kumchipu. Acha niangalie Biblia yangu katika niangalie Biblia yangu Mark 13. Mark chapter 13 verse what? Yes, Mark chapter 13 verses 25. Wambu nataka nisikize. Ameuliza, Masi ndugu umeulizwa hii swali lakini wacha nikusaidie kujibu. Ni sawa, naomba unisaidie pia ningemjibu, ina shida, tuogopi. Mark chapter 13 verses 24. In the days after that time of trouble, the sun will grow dark, the moon will no longer shine, the stars will fall from heaven, and the powers in space will be driven from their causes. Nikianza niliwaambia mkiyaona haya yote, ni Biblia imesema, mjue kwamba that is the beginning of sorrows, yani mwanzo wa shida. Na baada ya hizi shida zote kuisha, sasa ndio hiyo sasa nini itakuja. In the days after the time of trouble, the sun will grow dark, the moon will no longer be shine, the stars will fall down. Na mjue kwamba mwisho umefanya nini? Umekaribia. Nataka kumchipu hiyo swali aliniuliza Pastor Eric, sasa hiyo mwisho tutajua aje ikifika? The Bible says in Matthew chapter 25, then shall be the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto wise, Give us your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, Not so. Let there be not enough for us and you, but go rather to them that sell, and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut down. After came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know I don't know you. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour when the Son of Man will come. Ameniuliza, ndio nataka kujibu hiyo mwisho ikifika tutajua aje. Mfalme wa mbinguni, this is umelinganishwa na the 10 virgins. No one knows when the day the Son of Man will come. Mwisho wa dunia ni lini? Kwa sababu hatujui siku wala saa. Tujiandae.
Let us get prepared always. Because the signs have come. Zimetuonyesha kwamba mwisho umekaribia. Hatujui siku wala saa. Wacha tujiadhari. Let us be ready all the time. When the end comes, when the Son of Man will return, he gets you ready. As you part like the foolish virgins. How kukuwa prepared. What you have, use it well. Kila ambacho umepewa tumia sawa sawa. Kwa sababu ufalme wa mbinguni unalechea hivi karibuni. Na Mungu amepea kila mtu talanta yake. Inaendelea kuenda chini, inasema hivyo. For the kingdom of heaven is like a man traveling into a far country. That is Matthew chapter 25 verse 14 kuendelea. Aliwapea watu talanta. Mmoja 5, mwingine 2, mwingine 1. Akarudi. Yule mwenye alipea 5 akapata amepata 5 zingine. Yule mwenye alipewa 2 akapata amepewa 2. Ametengeneza 2. Yule mwenye alipewa 1 alienda kazika chini. Kile Mwenyezi Mungu amekupatia, tumia vilivyo, tumia sawa sawa. Use it for the glory of God. Because you don't know when it will come. Kama ni kuimba, imba saa hizi tafadhali. Usiseme utaimba kesho, ujui atarudi lini. Tumia ule wakati uko nao sasa. Kwa sababu you don't know. My friend, I cannot answer like that. No one knows the day, not the time. But the signs have shown us. Mkiyaona haya yote, mjue the beginning of the sorrow. Na haya yote machungu yakiisha, jua litazima, mwezi hautaonekana, nyota zitashuka. Hapo mwana wa Mungu atakuja. Nani anajua? Hakuna hata mmoja anajua hilo. Kwamba sijui kama nimekuchipu wala sijakuchipu. Na pia Pastor Eriko unaweza msomea Joel chapter 2 30 to 31. Nasoma huku ni ngumu. Ambia kukulikuntu fungua Biblia. Joel chapter? Joel 2. Joel 2, 30 and 31. 30, 31. I will give warnings of that day in the sky and on the earth. There will be bloodshed, fire, and clouds of smoke. The sun will be darkened, and the moon will turn red as blood before the great and the terrible day of the Lord comes. Yeah, that is it. Nasema tu maneno yale ambayo Yesu alisema. Yakionekana uchua bado hayajafika, tujiadhari. Hiyo ndio kilio yangu. What you do inamfurahisha Mwenyezi Mungu ama imfurahishi Mwenyezi Mungu? Walk upright. Maintain the moral standards of a Christian. I usually tell people, kila mtu akiacha kutenda mabaya amgeukie Mwenyezi Mungu, I tell you that is the day the kingdom of God will come. Kila mtu akiacha kutenda mabaya amgeukie Mwenyezi Mungu, afanye kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, God will come and take us home where we shall go and rest. Kuna watu ambao wamechelewesha ufalme wa mbinguni, na wengine wako hapa tu sasa wanatuangalia, wengine wana comment.
Kwa sababu yale ambayo tunayoyatenda, ninajichua machuki mwenyewe, unajichua mwenyewe. Jiulize, yanampendeza Mwenyezi Mungu? Yale ambayo unatenda wakati mtu haoni, yale ambayo unatenda wakati kwa giza, jiulize, yanampendeza Mwenyezi Mungu? Kama hayampendezi Mwenyezi Mungu, geuka, achana hayo, do what is right in the sight of God. Amen. 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 Shikilia hapo kidogo. Coming to you guys. Una watu mmechelewesha Mungu amekataa kurudi haraka. Kuna watu tumefanya Mungu amekataa kurudi haraka, tafadhali. Yeah? I'm saying like this. Kutoka hapa Kisi Hot TV. Tafadhali. Hebu tuache tabia mbaya, Mungu arudi haraka tuende kukula uzuri pale mbinguni. Kuna watu wamechelewesha wamekataa kukuja. Wambua anauliza maswali hapo bwana. Pastor, sasa nani kwani wataona huo mwisho? Juu wengi wamekufa wakingoja kuona huo mwisho. Lakini yeye hajakufa. Wewe hujakufa, labda wende utaona. Haujakufa. Hata Yesu kuna mahali Yesu alisema surely nawaambia kuna watu hawataonja kifo hadi nirudi. Kuna mahali Yesu alisema hivyo, kuna watu hawataonja kifo hadi nirudi. So anaweza pata yeye ndio mmoja wao, kwa nini hajakufa? Hivyo ndio nashikilia mpaka nimeona picha ya kioo. Kai. Ndio nashikilia, si unaona nimesimama. Sasa hapo ndio napata network. Okay. Dominic Onderi Cathology Wambuhu at Pastor sasa nani kwani wataona huo mwisho juu wengi wamekuwa wakingoja kuona huo mwisho. Wambuhu Violet 20 na Kurora kulikuwa ni aje kwa Violet 20 mmenipoti bana. Sasa ni kweli siku za mwisho kuna hukumu? Wambuhu anauliza. Wambuhu ni Mkristo ama ni nani? Hata Muslim wanajua siku ya mwisho kuna hukumu. Yes, mjibu. By the way, Revelation chapter 22 verse what? Let me read. Wacha nimsome. Endelea kuongea. Revelation chapter 20 what? 22. What the Bible says. Acha nifungue. Okay. Endelea kusoma comments. Wewe ni mgeni pale ndani ya Kisi Hot TV, piga subscription kule. Kama wewe ni mgeni pale katika Kikaro TV bado wakilisha pale na subscription yako, na kwa mtu wangu kimbia pale katika Kulingana TV pia inawakilisha ndani, tafadhali. Kama yale new inside kutoka side ya Kulingana, piga subscription mtu wangu, na kuomba tafadhali support, piga subscription. Tuko katika siku hii ya leo, ilikuwa siku ya Tuesday Health Challenge ambayo tumekuwa na daktari kwa sababu daktari alikuwa na kazi mingi leo hangeweza kufika hapa ndani. Karibu sana kwa mjadala, si eti ni watu wawili tu peke yake. Link iko pale. Karibu sana Elda Nyangalezi, nimefika nimechelewa. Elda Nyangalezi, yani nimepotea. Yani sometimes Elda Nyangalezi anakutanga saa 6 tukienda kumalizia, lakini sasa hivi hatujamwona Elda Nyangalezi. I welcome you my dear sister wherever you are. Karibu sana. Shikilia simu hivyo, tafuta network kama Maserene Bosibori. Unaona? Kila kitu ambacho kimenifresha leo, kuna kitu kimenifresha hivi leo kwamba Pastor, kuna kitu kimenifresha hivi leo. Kuna watu mmetuchelewesha. Mnafanya Mungu wale watu mnafanya Mungu amekataa kurudi. Hebu waacheneni. Wale watu tuache Mungu anarudi bana. Kai. Yes, kuna watu ambao wamechelewesha. Na hiyo ni ukweli. Wale ambao wanatenda mabaya. My grandparents were Catholics. When I was young, I used to stay with them sometimes.
nana kaigure esara nerva kairenga nkoigoga abantu bonsi ngabakwe lakini boko mbwata igoro hivyo viane ati nasikianga watu wote wakufe, but nashikwa na uoga kwa sababu ya dhambi zangu. So hakuna mwenye, watu wanapenda kwenda mbinguni, lakini hakuna mtu mwenye anapenda kukufa. If at all ungependa kwenda mbinguni, ukikufa ndio utaenda mbinguni haraka. Ukulikondu, acha nijibu hiyo swali. Alright. Sawa. Basta, ni kweli siku za mwisho kuna hukumu? Wambu ameniuliza. Yes. Siku ya mwisho hukumu iko. Na ninaambianga watu wakati nimeenda kufundisha kwa kanisa, hiyo siku Mungu atarudi na atatuweka wote kwa uwanja mmoja, na skrini itakuwa huko mbele, anaita China moja baada ya nyingine. Pastor Kimachuki, skrini inafunguliwa. Haya yote ndio ulikuwa nayo yatenda. Yale ambayo ulikuwa unatenda kuagiza yanawekwa huko. Yale ambayo ulikuwa unatenda wakati mtu akuoni yanawekwa huko. Kila mtu anaona wazi. Kila mtu anatazama. The judgment will be there. Revelation chapter 22 verse 12 to 13. Listen, says Jesus. I am coming soon. I will bring my rewards with me to give to each one according to what he has done. Nimalizia hapo. In Revelation chapter 22 verse 12. Mungu anakuja hivi karibuni. Pia ukifungua sorry kwa kukatisha, kwa sababu mimi sasa hii simu yangu lazima nishikilie. Pia ukitoka hapo tu Revelation, ukifungua chapter 11 verse 18 pia. Mungu anakuja. The judgment will be there. Na kila mtu will be charged according na matendo yako mwenyewe. You will never charge eti venye mulifanya kama kanisa, kama familia, kama kulingana na matendo yako personal. Yes, yale ambayo ulikuwa unatenda ndio utapokea reward. That's what the Bible says in Revelation. Ulisema Revelation chapter 11 verses what? 18. Yes. The nations were angry, and your wrath has come, and the time of the dead, that they should be judged, and that you shall reward your servants, the prophets and the saints, and those who fear your name, small and great, and shall destroy those who destroy the earth. Nimesoma. Naona pale JK anasema ndio. Nisome comment 2-3 hapa. Elda Nyangaresi anasema kwamba nimefika, nimechelewa karibu sana. Anaitwa Nyangaresi, yani network iko chini, panda juu ya nyumba. Anasema hata nimepanda juu ya nyumba. Wewe sasa wewe ni kando. Huyu ako juu ya nyumba, anaitwa Wamu. Biblia inasema tukitumbu dhambi zetu Mungu hata kumbuka dhambi zetu tena. Ati pastor, hii inamaanisha nini? Pastor leo tayari ni maswala. Iko wapi hiyo? Ndio hiyo. Biblia inasema tukitubu dhambi zetu Mungu hata kumbuka dhambi zetu tena. First inamaanisha nini? Sawa. Endelea mbele. Anasema kwamba mstari wa 11-13, and blessed is he who waits and arrives at day 1,335 days, 1,335 days, but go your way until the end, and you shall rest and shall stand in your allotted place.
at the end of the days. Thank you very much. Elda Nyangales anasema kwamba Dominic Onderi hi. Dominic Onderi na Nyangales wanasema kwamba Nyangales anasema Dominic at Elda Nyangales sasa. Elda Nyangales akamwambia poa, mmepotea long time, wakili siku hizi amepotea, sijui aliendanga wapi. Sijui wakili uliendanga wapi. Finally JK amefika ndani ya nyumba, anasema na je, vipi tutafanya wote to stop doing ABV? Yes, Romans chapter 3. Ninajibu hiyo immediately. Sawa. Romans chapter 3 verses 1 and 2. Romans. Yani Colossians. Aba Yes. Colossae. Colossians chapter 3 verses 1 and 2. The Bible says, yes. The Bible says, if you are raised with Christ, seek yes. those things which are above what Christ is. Sit at the right hand of God. Set your mind on things above, not on the things on the earth. For you died, and your life is hidden with Christ God. Yes. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Kama umefufuka na Yesu Kristo. Yes. Set your minds on the things above. If you want to stop sinning, set your minds on the things above, things that belong to God. If you set your minds on the things which are godly, you will not have time to think on the devil things. Hautapata wakati wa kufikiria mambo ya kishetani, mambo ya dhambi, kwa sababu mawazo yako kila saa, kila wakati yanafikiria yale mambo ambayo yako juu mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Upendo, amani, yes. Those are the things we need to think about. If you set your mind on the things above, you will not get time to want the sin. Kwa sababu kila wakati mawazo yako yatakuwa yanafikiria nini? Yale mambo ambayo yako juu mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Yale mambo ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimemalizia hapo hiyo. Ya, na kuacha kutazama watu wanafanya nini. Wacha kufocus dhambi za mtu, focus on yourself. Ukiona mtu amekosa, kama hicho kitu kimekuingia, kimekuudhi na umeona ni heri umsaidie, never usigossip about the person. It is better umuombe, ukiona ukienda kumwongelesha italeta shida, ama uende direct tumwambie this one and that one is not right before God and before even men. We have to do this and that for our own sake, Nini, for our own sake life, na for the judgment day. Sasa watu ukiangalia, kuna fasa hapa ni Romans, mnanipata? Yes. Romans chapter 14 verse 10. Romans 14 14:10. 14:10, the Bible says, but why do you judge your brother? Or why do you show contempt for your brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. And that's the word of the Lord. Amen. Yeah, so tuache kuhukumu watu wengine, instead to focus kwa matendo yaliyo mazuri kwa upendo. Hata kuna mahali Bible inatuambia maneno kama hayo, unarekebisha mtu kwa upole na kwa upendo. Alafu and checking on yourself, kila kitu chenye unafanya, hata ukiomba, are you through with yourself? Yani unajiambia ukweli, ama you are praying just because you want people to know that you are praying, or you are going to the church,
or you are giving offerings, ama you are helping the needy because of people? Are you doing with a clean heart because of God? Yani kila kitu unachokifanya kifanye kwa sababu ya Mungu, usifanye kwa sababu ya mwanadamu, kwa sababu kila kitu kiko na reward yake. Tunaona mahali pia Yes. tunaona mahali pia Yesu alisema kuna wale watakuja siku ya mwisho wakisema, Bwana Bwana, nilifanya kazi kwa jina lako, nikatoa mapepo, nika ABCD. But Yesu atawajibu, ondokeni, mimi siwajui. Ni kwa nini? Walifanya ndio, wakatumia jina lake ndio, but walifanya kujionyesha kwa wanadamu. So let everything that you are doing be known to the Father in heaven. Let everything that you are giving out, you give in a clean heart, kwa sababu ya Mungu, si kwa sababu ya huyo mwenye unamuona. Ni ile fasi ninakwambia, nilikuwa jera ukanisaidia, nilikuwa na njaa ukanisaidia. So everything ukifanya, hata kama ni kazi ya mtu umepewa, umeandikwa pahali, do it with fear, the fear of God inside you. Usifanye tu mambo tu chini chini kuagiza, kwa sababu wewe unajijua. Ni venye tu Pastor Eric ametuambia, mtu mwenye anajijua mwenyewe ni wewe. Utaenda mbinguni ama utaenda Jehanamu, wewe, Mungu na shetani ndio mnajua. Kwa sababu ile tabia yenye tuna display mbele ya watu ni tofauti na ile yenye tuko nayo privately. So wacha matendo yetu yamfurahishe Mungu kwa kila kitu tunachokitenda. Yeah. Amen. Shikilia hapo. Wambuhu, kurutu sauti yako iko chini sana. Nadhani sauti yangu iko sawa. Jamshed Wambuhu kurutu. Pastor, ujanitibu swali yangu please. Pastor, kuna swali utajibu pale. Joshua Monjere, nishaingia ndani na wacheki loud and clear. Pamba tu pamba hadi tamati. Nashukuru sana. Yes Machuki, Pastor. Swali gani ile mwambie arudie? I thought nilijibu maswali yenye Wambuhu aliuliza. Wambuhu, rudia swali. Biblia inasema tukitubu dhambi tutasamewa. Sasa hukumu inatoka wapi? Sawa, acha nijibu hiyo. Nimesoma vitabu mingi, acha nisome 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Yes. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done well in the body, whether good or bad. Hata kama ulikuwa unatenda mazuri, hata kama ulikuwa unatenda mabaya, sisi wote we shall appear in the judgment seat of God. Lazima wote. Kama ulikuwa unatenda mazuri, you will be judged kwamba wewe ulikuwa unatenda mazuri, enda hii side ya kondoo. Wewe ulikuwa unatenda mabaya, elekea hii side nyingine. So yani Wambuhu, kama wewe umethubu dhambi, Mwenyezi Mungu amekusamehe, umeanza kutenda yale ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu kila wakati, siku ya mwisho ikifika, Mungu atasimama huko, ataita China, unatokea mbele. Your judgment itakuwa, kesi yako itakuwa ya kwamba wewe ulikuwa unatenda mazuri, end up. Wewe ulikuwa unatenda mabaya, end up. Nimechipu hiyo gati. Yeah, ni kweli. Yaani unajua hii jina judgment inachanganya watu wengi sana. Yaani there are those who are judged but not guilty. Hiyo ndio inafaa kujulikana. You can't but you are that you are judged. Si wakosaji peke yake ndio wanakuanga judged. Hata tukienda kotini yenyewe jaji akitoanga hukumu, anatoanga hukumu, wewe umefanya nini, kesi yako umepita, utafungwa miaka hii. Ama wewe kesi yako tumeiangalia, utafunguliwa, hauna hatia yoyote.
Sasa ni the same thing yenye ita happen mbinguni. Hiyo jina si tofauti. Si ati ni watenda dhambi peke yake watapia kwa judgment. Hiyo Bible tu imejibu na venye pastor amesema. Nilikuwa nataka tu tukumbushane juu ya hiyo judgment. Judgment, since you are judged, doesn't mean that you are guilty. Yeah. Ikiwa shetani ni nani? Nauliza, okay. Shetani ni nani? Sawa, ndio mchipu, endelea. Okay, ni ndani ya Kisi Hot TV. Karibu sana wherever you are. Zimeonga tu dakika 16 baada ya saa 6. Tarehe ni 14 mwezi wa 7 mwaka 2021. Kwambia huu mwezi umeenda mbio sana. Juzi TV tukakanyanga mwezi wa 7, hivyo kumaanisha kwamba kati ya mwezi unaenda mbio na tamba, mwezi unakimbia sana, lakini Mwenyezi Mungu anatendea kutuongoza. Kama ni mgeni pale katika side, hakikisha kwamba umepiga subscription pale na Mungu aweze kuonekana, aweze kupigania. So tuendelee nao, karibu sana. Pastor. Yes. Okay, Pastor, nasi Biblia inasema hakuna yeyote ambaye ni mkamilifu mbele za Mungu. Maana ya hii ni nini sasa? Yani Romans chapter 3 verse 23. Si ndio? Ndio. Yes, I am not good in mastering the Bible verses, lakini sijui leo Mungu amenisaidia aje. Mimi ndio nakuanga. Mimi ndio nakuanga pua kwa kumaster, but naweza kukuelezea inasema hivi na hivi. But chapter na verse yenyewe inabidi nishike tu Bible yenyewe. That's Romans chapter 3 verse 23. Or I've sinned and fallen short of the glory of God. Yaani hiyo inamaanisha ya kwamba kila mtu ni mtenda dhambi. Kila mtu ametenda dhambi. You know, other than hizi dhambi ambazo tunatenda saa hii, there is an Adamic sin in us. Na hiyo ndio nimekuwa nikifundisha leo. The Adamic sin is in us. Iko. Na I think when we try to, wakati tunachambua hizi vitabu za Biblia, we also need to look on the context. Ni nini lishapapisha mwandishi kuandika haya maneno? Muktadha wa dondoo. We also need to understand the context. What made the writer to speak those words? Alikuwa anaandikia nani? Ni nini kilikuwa kinatendeka wakati huo? Sometimes unaweza pata kile ambacho kilikuwa kinatendeka wakati huo akitendeki kwa wakati wetu. So lazima pia tufikirie hiyo. It is kwa hii masomo ya Biblia inaitwa exegesis. The context of the nini? Why the author, who was the author, who was the recipient, what was the reason of writing that, ni nini ilikuwa ina happen. So according to me, when Paul wrote that letter to the Romans, it seems that the Romans were judging each other. And when the Romans were judging each other, Paulo ni kama anawaandikia na anawaambia kumbuka kila mtu ametenda dhambi na hakuna aliye mkamilifu mbele za Mwenyezi Mungu. If you are judging the other, kumbuka hata wewe ni mtenda nini? Dhambi. Wakati unahukumu mwingine, ukumbuke pia wewe ni mtenda dhambi. I think that was the context kukulikuntu. Yes. Yes, sasa kila mtu ametenda dhambi na Mwenyezi Mungu anasamehe. Yes, we have the saints. We have the saints. Yes, they are there. Sio kama nimechipu hiyo. Pani. Okay.
Ni ndani ya Kisi Hot TV. Karibu sana katika siku hii ya leo. Swali kwa juu. Je, wajua kwamba tumefika nyakati za mwisho? Watu wameenda wapi bwana? Watu wacha waingie hapa ndani. Tumekuwa wawili tu. Watu wapende mama na Mungu tafadhali. Akina Liz Queen leo zuwaoni, akina Amy Nyaps. Hapa. Kwani hivyo Biblia iandikwe Romans, sio sisi tuliandikiwa. Kitabu Wambu bali. Apana, the message of the Bible also applies to us. We borrow. And those Romans are us. The Bible. Our Romans ni sisi tu. Wacha ni pia ni mjibu hilo. Si tulitoka wapi? Generation from Abraham tukishuka. Kukurukuntu. You know, the Bible was written in a cultural context. The culture of the Hebrews and the Greek. Yes. But the Bible entails the word of God. And the word of God is to everyone. Although the Bible was written in a cultural context, the messages applies even to us. When we read the Bible, we understand the context of the passage, then we relate to us. Okay. We apply. Paulo akiandikia Warumi kwamba kila mtu ametenda dhambi na hakuna aliye mkamilifu mbele za Mwenyezi Mungu. People were judging each other. Wacha tuangalie size. Right. Hakuna mtu anayehukumu mwingine. Nani anasema hivyo? Si watu wanahukumiana? Yes. Mtu akitenda dhambi, chamba. Nilikuwa naambia mwingine, ukiona mtu amenyoa hivi, amefuga nywele kwenda hivi, unasema huyu hawezi enda mbinguni. Unajisahau ya kwamba hayo yenye unasema you are backbiting each other. Uone kwamba hiyo ni dhambi. So are we not judging others? So the Bible applies to us. As you are judging the other person, kumbuka kwamba kila mtu ametenda dhambi na hakuna aliye mkamilifu mbele ya Mwenyezi Mungu. Si watu wanahukumiana? So as far as the Bible was written in a cultural context, it applies to us. It is the word of God. And the word of God applies to everyone. We borrow. Okay. Via Peps. Nataka kusungumza before network ikutoe. Via Peps, jambo. Via Peps, sasa. Via Peps, unanipata? Mambo. Ni wewe. Via Peps sasa. Via Peps unanipata? Via Peps unanipata? Vayo? Yes. Jambo. Hadi vipi? Ukoje? Niko fiti nashukuru, labda nyinyi kwa studio. Uko salama bana, tulikuwa tunakutegea tunakuona na hapa. Uko salama? Niko fiti kabisa. Sinaona inaonekana Mungu ni mwema. Ungelilia hata mimi ningekuwa wewe ningepiga mabililia hata. Najua kupiga. Piga hata wanani ashangae hapo. Waiguru hata ni Karibu sana katika mjadala wa siku ya leo. Taamsha Waiguru. Karibu kwa mjadala wa siku ya leo dadangu. Wana mwale ukwane na njumete na bate lingi na swali okaono.
tunaongelelea kuhusu je, wajua kwamba tumefika nyakati na nini kinaonyesha kulingana na maoni yako. Tumefika nyakati za mwisho. Je, tumefika katika nyakati za mwisho? Unasema aje? Kulingana na maoni yako. Wewe unaona tuko katika nyakati za mwisho ama bado ndio tumeanza safari hii ya kuishi kwa hii dunia? Hata yani hata sijui tunangoja ni sasa ni kuomba tu sasa kuna nyakati za mwisho. Hakuna cha kusema ati nitafika. Tumefika katikati sasa tuko on the race, you know. Sasa it's time to pray and call tuite Mungu. Sasa si time ya kusema. Sasa time ya kuomba na kulia na kuambia Mungu atusamee dhambi zetu maana tumefika nyakati za mwisho. Hatuna muda saa hii. Juu tukiangalia mahali saa hii tumefikia, saa hii tu ni Mungu atatusaidia. All right. Yes, swali lingine hapa. Kwa swali lingine. Kwani Biblia iliandikiwa Romans? Sio sisi tuliandikiwa. Hiyo nimejibu. Wacha niulize swali lingine. Maswali mengi yanalenga pasta hapa vayo, utabidi tutachangia. Princess Dabo Karala, mambo? Dabo Kara. Dabo Kara, jambo? Jambo, Dabo Kara. Jambo. Bye babes, unanipata? Kama network pale. Ni sasa. Afrika Mashariki ni bado ni asubuhi na kuambia mtu wangu. Bado tuko katika tarehe ni 14 mwezi wa 7 mwaka 2021. Dabo Karara, jambo? Si jambo. Umekuwa kwa dadangu. Yako umekuwa vipi? Niko mzima kama sukuma wiki. Piga shango na vigeregere kwa mke. Dabo Kara. Okingo, weka nge kamera ndara koro. Ule kamera. Sasa wala babu chukuka. Kamera ndio kwa watu. Habari tata eti yule kamera. Okay, swali liko hapa. Na akaenda na vole si mabune sukuma wiki ama yana yake. Kuna mtegeo mchombo. Nyao ni nilikuwa nimedarasa budogo. Ukulikundu? Yes. Akiwacha nijibu hiyo swali peke yake. Wambua ameniuliza maswali mingi. Nimewaza kera na nilidarasa watu. Na watengo no uko mzima kama sukuma wiki. Ako sawa. Kucheka ni afya. Umetuchekesha, asante. Mimi nataka kusikia mjadala ndio niende.
nakuuliza. Napokara. Je, wajua kwamba tumefika nyakati za mwisho? Je, wajua kwamba tumefika nyakati za mwisho? Hiyo sijajua ati kama nyakati za mwisho zimefika juu sijui mambo ya fikiria sana, lakini nilisikia pastor akisema nilisikia watu wamefanya dhambi mingi hadi maugonjwa imekuja. Najua nikiongea acha nifunge kamera ndio ndaongea. Najua nikiongea mkuu serious. Nisikia basi akiomba sijui ni yani sima itinga bungo galikere kikakateba chinga kicho mwari cheikire. Bwana tuombe tu, lakini mimi nitaona ufalme wa mbinguni. Hiyo sitaki kuongea sana. Sijui. You have to confess before you sign nyakati za mwisho. Yes, ni nyakati za mwisho Okay. Nashukuru sana. Kuna swali lingine hapa. Tutashirikiana kujibu hili swali via Peps. Na tena. Okay. Before passport tushikia hapo tu. Watu wanasema mtumie Kiswahili. Wambuhu anaelewa Kiswahili. Josephat Onsare, Matthew 24:8. Matthew 24:8, the Bible says, all of the beginning of sorrows. The beginning of sorrows shows the end times. Okay. Lingine, kuna manabii wa ukweli ama kuna manabii wa uongo? Wako. Kuna manabii wa ukweli ama manabii wa uongo? Unauliza I think yes. Unampa enda chachi mjifunge macho yote. Mwache macho ingine mmoja. Kuna wa ukweli na kuna wenye si wa ukweli. Okay. Basi unanipata? Mimi nakupata. Karibu sana. Kuna manabii wa ukweli ama kuna wa uongo? Manabii wa ukweli wako, manabii wa uongo wako. Tujihadhari. Usije ukaanza kuwekelewa mikono na kila mtu. Usije ukaanza kukubali maneno ya kila mtu. Before kukubali maneno ya kila mtu, chunguza kwamba haya ni ya ukweli ama ni ya uongo. Leo tumejifundisha kwa darasa kuna hii kitu inaitwa speaking in tongues. That's something which is biblical. And we need to be careful about it. Watu wamekuja siku hizi, mtu anaomba anaanza kuongea vitu zingine hata uelewe ni nini. If you want to know, na hii nataka kukulikontu kila mtu wa Kezi yote TV anipate. Kama kuna mtu ambaye ana speak in tongues na ameanza, kama alikuwa anaongea ukweli, mtu atakuwa hapo ambaye atatranslate hayo maneno wengine waelewe.
because there are those who have the gift of speaking in tongues, and also there are those who have the gift of interpreting tongues. Tafadhali niruhusu nipokee simu fulani hapa. Endelea tu, nitakuja kidogo. Okay. Amekata. Nilikuwa nasema hivi. Yes. Mtu akianza speak in tongues, mwenye anasema yeye ni nabii, wakati amemaliza lazima mtu awe hapo interpret kwa wengine. Na kama hakuna mtu ambaye alielewa hiyo lugha, my friend, huyo ni nabii wa uongo. Hiyo ndio kulingana na mimi. Nimeanzia hapo. There are some people wanaenda kwa ibada, but pastor, wanaongea baba, hakuna mtu anasikiza chenye hakuna mtu anatafsiri. Pastor, yes. Pastor, wacha pia nikwambie, nitatafuta first. Nitatafuta first. Unajua speaking thanks is a gift. Yes, it's a gift from God. It is biblical. Edifies himself. Yaani anajipa nguvu yeye mwenyewe na anaongea kwa lugha ambazo ni za kiungu. Yeah, ana edify himself and is speaking to God direct, not to men. If there is an interpreter, I interpret. Kama hakuna interpreter, Mungu anaelewa. But haisemi kuwa when somebody is prophesying, ana prophesy in tongues. Nani alisema kuna watu wana prophesy in tongues? Sasa nataka nijibu hiyo. Sijaenda nje ya nini. Nimekuelewa vizuri. Prophecy. Yeah. Yes, nimekuelewa tu vizuri. Manabii, kuna watu ambao wamekuja siku hizi wanajiita manabii na wanaanza kuongea in those tongues. Na hakuna njia ya kuinterpret hizo. So ndio ninasema hao sasa ni manini? Manabii wa uongo. Alafu kitu yenye ninajua ni nabii wa ukweli. Pastor, before you proceed. Yes. Before you proceed, you know, is ile time mnaomba, let's say you are in a praise and worship, you are in a seriously mnaomba sasa praise and worship, then yani wewe ni mnabii wa, yani wewe ni pastor, alafu room spirit imekushika sasa unaomba, yani you are praying, yani Holy Spirit imekushika unaongea in tongues, you know. Yes. Yeah, hiyo ni inabii ya uongo juu unajua that Holy Spirit once you are praying God inakujia, yani you talk. Yes. Nimekuelewa achi hapo. At the end of that prayer, lazima kuwe na mtu ambaye atainterpret aseme pastor alikuwa anasema hivi na hivi na hivi. Kama Mungu ameinua mtu ambaye anaongea ni tongues, lazima pia Mungu ainue mtu mwingine ambaye atainterpret. Hapo ntara understand. Yes, igawa unotara mbwata. Hapo ndio uchania. But mimi najua chenye mimi nafahamu kulingana na mimi mostly mtu mwenye ana prophesy ingi kwa lugha yenye inaeleweka. Lakini ukikuwa carried by the spirit to speak in tongues na kuanga ni maombi, but if it's prophecy you have to prophesy kitu watu wanaelewa. That's what I understand. Yes, that's true. Yeah. So ndio nilikuwa nasema watu wanachifanya eti manabii alafu wanaanza kuongea vitu ambazo hazieleweki. Mimi kwangu hiyo hapana. Alafu kitu kingine nabii wa ukweli, yani the Bible tells us God is not an author of confusion. Yani nikimalizia please, according to me, nabii wa ukweli ya jana ambaye ananena lazima yatimizike. Yes, lazima yatimizike. Kuna watu ambao wametapiri vitu eti wakati fulani na huo wakati unafika hiyo kitu afanye nini? Haitimiziki. All the prophets in the Bible, yale ambao walinena yalitimizika. Only one prophecy ndio haitimizika kwa Biblia.
Only one, according to what the way I know. The second coming of Jesus Christ. That's the only prophecy iliyotimizika. Lakini there zingine zote zilitimizika. So sometimes watu yani huyo Wambuya chaiona mtu ana prophesy kitu fulani, hiyo wakati inafika anatoa excuse. Eti unajua nini, Mungu alinionyesha tena, alisimamisha hiyo. Hai. Hapana. Those are false prophets. Mungu hawezi kuonyesha kitu tena akuja asimamishe. Kama alisema itafanyika, lazima ifanyike. Kuna wengine wanaonekana mpaka kwa TV. So siku hizi kuna false prophets na kuna true prophets. Yes. Yeah. Sasa kama hawa tuseme pastor wenye wanaonekana kwa TV, mtu anaombea, tuseme mtu amekuja mgonjwa, mtu anamuombea, yani like now is a pastor but he speak in tongues, you know, then he tell that person that this and this was happening inside your body, then huyo mtu ana recover the pain that he or she was suffering from, you know, then sasa hiyo tunasema endelea, malizia statement. Malizia statement. Pastor. Mimi ni mimi ndio nilikuwa ni mwingine, network imenitupa kiasi. Vaya Babes alikuwa anaongea sijui nini akaachia njiani. Sasa kupata. Oh. Pastor, niko na kuuliza swali. Niulize hakiki, nataka na haraka kuna simu ambayo ninapigiwa hapa, nataka kupokea please. Utaambia Mungu. Si hivyo. Network imeanza kupotea aje? Ina kinaro taranga, then anakuambia hapo, then you recover, you know, then anakuambia but the really sense huyo yani huku interpretiwa what he was talking about, but anakuambia you are going through this pain and this pain, but the really sense is true. Asa huyo that's the really prophet, ni true ama ni false? Yes. Sijapata hiyo, hebu andika kwa comment. Okay. Na pastor, pia mimi ningependa kukuchallenge pahali kidogo. Unajua umesema kuna watu utabiri, but utabiri unakuja unakosa kutimia, si ndio? Sasa ukisema hivyo, unajua our God is God of mercy. Inawezekana amekupatia maono fulani ya kuangamiza pahali fulani, alafu baadaye au watu wakatubu na akawahurumia, asilete ile ghadhabu yake. Do you remember the story of Jonah? Wakati alikuwa anaenda Tarshish, unajua Jonah alikuwa anajificha kwa sababu alikuwa anajua Mungu hata kama anasema atangamiza watu, ni mwenye huruma, atawasamehe. And at the end, he forgave them. So how can you say about that? Kwa sababu ile unabii kutimia, wale watu walitubu na Mungu akawasamehe. Halafu Jonah tena akakasirika, akaambia Mungu, si unaona? Unaona nilikuwa nakwambia na hivyo ndio umefanya, hujaangamiza watu. So how can you say about that? Kuna mtu mwenye anaweza prophesy kiukweli, but ikifika ile time hiyo prophecy is come to pass. That's a very good challenge in fact, and I don't know how I can answer it, but it's a very good nini, kwamba Mungu anaweza taka kufanya kitu fulani na hao watu ambao wakafanya nini, wakageuka wakamlechea. Na also I know and I agree that God is a God of mercy. He can, but I don't know how to answer it unless I go to the Bible again and they come up. Just give me time. I can answer that question of yours. No,
Also like I am a man of research. Ukiendelea kusearch since hata hii point ya prophecy imeingia, there was a day I was sleeping and then nikaona vision about our nation. Nikaona there was a war. Some youths walikuwa wamegather together on the air, there was an helicopter na watu walikuwa wamekuja kulipua Kenya. Sasa nao mayouth walikuwa wakitembea pale chini wakifuata hiyo helicopter wakitoroka. All of a sudden something fall down like a mattress. It was a mattress yenye imefoldiwa kidogo but it was so heavy. Na hao watu wenye walikuwa kwa hiyo helicopter walikuwa wawili but foreigners. Sasa wakati niliona youth wanatoroka kutoka huku chini na hamwona wametoroka. Network zao imekata, imeanza kukata, sijui ni wapi. Zinawasumbua network. Anarejea ndio yanakuja. Tunamaliza saa ngapi kukulikundu? Madi tumeweza maswali nitakuwa nimemalizia hapo. Amerejea ndio hiyo. Masi. Amekwama kwa screen. Yes, tafuta network tafadhali. Kukulikundu. Yeye amekuja. Yes, acha malizie hii mchapter imekuanga mzuri. Nataka tuimalizie hapo. Tukiendelea sana itaanza kuchirudia. So hao watu walipotoroka vijana, mi nikatake over nikaanza kung'ang'ana na ile mattress. So nitakata iwe short. So kusonga mbele kulikuwa na kona. Nikasema since tuko kwa highway nitatorokea kwa kichorochoro. So nikapita kwa kanjia but ni pana. Then kufika hapo mbele nikapata watu wawili. They had a spear na walikuwa wanataka kunifanya nini, kunidunga nayo kwa umbali. Sasa mimi nikasema kitu nitafanya, nitaacha hii mattress nikimbie. Then waso likanikujia ikaniambia, sasa wewe unaweza toroka mkuki kweli? Jifanye tu ulikuwa unaenda zako, hawatajua kama ilikuwa ni nini. Nikasema Jesus, nikainua mikono juu, then nikaanza kutembea venye tu nilikuwa. So hao watu wakakuja wakapass wakienda. So kwa nini nimeleta hii story yote ya ndoto hapa? Just the other day, juzi, ndio nimekuwa nikipitia YouTube, nikakutana ati the prophecy. Na niliona hiyo vita ilikuwa kwa sababu ya Ruto. I saw Ruto there, but I don't know what was there. Unajua vision nayo ikikujanga wakati mwingine na kuacha in suspense. Huwezi elewa mambo mengine. So niliona ilikuwa about, yani imekosiwa juu ya Ruto. So nikipitia pita zangu kwa YouTube nikakutana tu sijui ya prophecy about sijui Ruto ni nani. And then nikapata huyo mtu akisema ati aliona mattress na ABCD, kuna vita na sijui nini. So ndio nikasema kumbe haya maneno Mungu akionyeshanga kitu, anaonyeshanga kitu same. Tunaweza puusa, watu tunaweza puusa, but nakuanga ni Mungu amezungumza. So nikaona kwa nchi yetu tunahitaji maombi. Hasa kwa hii jamii ya huyu jamaa ati ni Ruto, inahitaji maombi sana. Generally Kenya. So prophecy wakati nakuja, inakujianga kwa mtu yoyote. Na kuna yenye utaona ni uongo, but sasa unaona nikifanya nikikombea hiyo na hiyo,
hadi sasa sijui meaning ya mattress ni nini. Huyo mwenyewe alitoa hata interpretation yake, but mimi bado nangoja Mungu anipe interpretation. Na nashangaa ni kwa nini Mungu alinidirect pale. So ni imizo tu, tuombee nchi yetu pia. About that mattress, mwenye anakuanga na ufunuo, omba. Na kama una ufunuo, omba Mungu akupe ufunuo, at least mkuje mtueleweshe. Hizi elections zenye ziko mbele zetu haitakuwa rahisi hivyo without maombi. Tunapoomba tukumbuke nchi yetu. Yeah. Niliona tu niingisha hapo katikati juu imekuja story na prophecy. Alright. Okay. Pastor Kimachuki. Yes. Bro. Yes, nakupata tu vizuri. Okay. Si sasa maswali kama yameisha? Ni kama maswali yameisha. Sasa nilikuwa naomba tu niachie kuyachipu hapa kwa leo, mengine nitayachipu kesho. Kesho topic itakuwa tofauti, nijibu swali langu. Nikiriga, kesho mtapanda ndani. Kuna mwingine naomba niyachipu kesho. Pastor, kuna nabii mkubwa na nabii mdogo. Yeah, in the Old Testament kuna major and kuna minor. Manabii wote wanatoshana mbele ya Mwenyezi Mungu. Hakuna nabii mkubwa wala hakuna nabii mdogo. Mimi nilijua fundi ataelekea. Nilijua fundi anaelekea na huyo anajua Old Testament. Usicheze na huyo mtu mwenye ameuliza. Hakuna nabii mkubwa, hakuna nabii mdogo. Wote they are the same in the sight of God. In fact, I'm doing the major prophets this time. I'm dealing with the major prophets right now. And the reason why they were called major prophets, it is because of the material they had. It was long than the other. Their material ilikuwa kubwa kuliko ya wengine. But all of them received the information from God. All of them, they were called by God. All of them, they were passing the message from God. Lakini the reason why they were major and minor, it is that the content of the material. Yeah. That's why it is called major and minor. Hakuna mkubwa. Kwa sababu kuna wale walikuwa wakali. Kuna wale walikuwa wakali wa kuleta message hash. Sasa ndio walikuwa wanaenda kwa ujasiri sana waogopi. The reason why they are classified that major and minor is the content of the message. But all of them, nimeacha hizo notes kwa hostel. Ningekusoma tu hapa. Yes, is it the hakuna nabii mkubwa wala mdogo. All of them, they were prophets of God. And they were called by God, you know. They were passing God's message. Yeah, muhimu ni message, by the way. Haki leo nimerushiwa maswali kukurikuntu. Jana ungekuwa hapo ungetoroka, acha leo. Jana ndio kulikuwa na maswali. Pastor nabii wa uongo akitabiri, huo unabii inaweza kutimia? Hapana. Tangurini. Hapana. Hiyo nayo ni hapana. Hapana, haiwezi timia. Hapana. Haki kukurukutu, hii maswali nimeruhusiwa leo. Sijui kama kesho nitakuwa ni ya chipu mengine. Kesho mtakuwa na Dani Keriga kuanzia mwendo wa saa 3. Nitakuwa napumzika. Nitakuwa na Dani Keriga pale ndani ya nyumba. Nashukuru sana kwa kuweza kuungana na mtu tangia mwendo wa saa 4.
Zimepakisha dakika 3 tuweze kufika saa 7 saa hii Afrika Mashariki, ikiwa ni asubuhi sana. Nashukuru sana kuweza kuingia ndani ya Kisi Hot TV. If you are just new there, you can go and subscribe to Kisi Hot TV, to Ege Karo TV. Nache, kuna maombi mbaya. JK. Na wenye walitabiri corona. Hizo questions nimeziweka, nitazijibu kesho. Ukulikuntu kwako. JK atakumaliza. JK atakumaliza. Okay. Je, kuna maombi mbaya? Hebu na tuambie Massive Usibody. Hebu sijui kama unaweza jibu, unazungumza kitu hapo, unanipata? Usibody? Sijui leo maswali imefundishwa hapa ni kama ni vitu nimefundishwa kwa darasa leo zote. Hebu ambia pastor, jibu kwanza JK tafadhali. Jibu kwanza JK sababu ndio amekuja. Jibu kwanza JK. Prayer is the content. What is the content of your prayer? That is what matters. Leo nimefundishwa kwamba watu wanasikiza yale maneno ambayo unaongea kwa maombi, hata kama wamefunga macho pia wanasikiza. So what is the content of your prayer? It matters. No, hiyo ndiyo inaweza sema kwamba hii maombi ni mzuri ama hii maombi ni mbaya. Sasa kuna mmoja alitoa ushuhuda kwamba mtu alikuwa anaomba kanisa la, anasema Mungu, ninakumbuka wale ambao watatoa sadaka, ninajua ni maskini. What is that? Si eti wale ambao watatoa hiyo siku ni maskini. So the content of the HIK nimekuona, umeniuliza maswali mingi sana, sasa ndio unatokea mwisho. Mimi nataka kuuliza kwa sababu niko na swali. Tuseme kama bwanako ni mwizi, lakini yeye ni breadwinner kwa nyumba. Anaenda, anaiba, anawaletea mnakula. Alafu na nyinyi mnaendelea kumwombea endelee kuiba. Hiyo maombi Mungu anayaconsider aje? Like asipoenda kuiba mtarara njaa. What's the best way? JK bane. Yaani umemake sure tu umeingia ndio uniulize hiyo. Unajua kuna watu wanaulizanga ikasema leo pastor ako kwa studio, acha nimuulize kwa sababu tuseme maybe kuna mwanaume yeye ndio breadwinner kwa hiyo nyumba. Na there is no way atasafidi familia yake kama ajaenda kuiba. Na akiendanga kuiba ana succeed, hajaishikwa ama agongwe. But still these people wanaomba Mungu ambariki. Hiyo ni maombi nzuri ama ni mbaya? Like what's the way we need to pray for this person? Asante sana kwa kuuliza hiyo swali. Na hiyo that's a fact. Watu wako wanafanya hayo na wanaendelea kuombewa kwamba wafanye hivyo. Wanakumbuka the consequences. Do they remember the consequences zenye zinaweza tokea baada ya hiyo? Sasa kulingana na mimi hiyo sio mzuri. Kama mumegundua ya kwamba huyu jamaa hii chakula yenye analeta kwa nyumba anaipa, usiwezi mwambia arudishe kama imeshafika kwa nyumba. Na uwezi kataa kukula, uwezi lala njaa, lazima utakula. Nao si chocha. Lakini ombi langu ni kwamba wakati hiyo umegundua kwamba anaipa analeta, chukua muda, kaa na yeye, mwambie mume wangu, hata kama tumekula hii chakula zi mzuri. Yaani si umeleta ninashukuru, lakini venye umeipata si vizuri. Ninakuomba tutafute njia zingine kwa sababu hizo njia ambazo unafanya nini unatumia sio mzuri. Stealing is that's a sin. And you know what the Bible says?
The consequences of sin is death. That's what the Bible says in Proverbs. The consequences of sin is death. So umkataze, umwambie wacha tuombe Mungu, tutafute njia zingine. You know, Mungu anachipu maombi. Tutafute njia zingine za kupata, uachane na hiyo. Yes. Muongee na yeye pole pole, umwambie achana hiyo kuipa. Wacha tutafute njia zingine. Tufanye nini? Tunaweza fanya hata nini? Chikonda. Yes. You can do even like that. Unaweza fanyia mtu kazi, upate pesa. Instead afanye nini? Uendelee kumencourage. Siku moja atauawa, atakufa, utapaki, utaishi ache. Sasa utamkataza kwa ubore. Sasa pasta, ukimkataza mwanaume anakuambia okay, mimi sitaenda kutafuta chakula ya kukula. Alafu saa nyingine sina kwa nyumba. Nimesema unamuongelesha tu pole pole. Unamwambia nchi umepata zi mzuri. Tuache tutafute nchi mzuri. Na kama asikii unamwambia ni kama unapoongelea hilo jina ni kama ni vita unaleta kwa nyumba. Utafanya aje? Utaendelea kumwombea like uendelee kuomba Mungu. Maybe siku moja ashikwe agongwe ndio ajue hiyo kuiba ni mbaya, ama utafanya aje? Hapana. Unamkata, as far as unaendelea kumwambia hivyo, kufanya hivyo, na wewe omba Mungu amsaidie. Usiomba endelee kuiba, hapana. Omba Mungu amsaidie, aache hiyo, na tena omba Mungu akafungulie milango zingine ili mkaweze kupata chakula hiyo ya wizi, aachane na hiyo. Unaomba Mungu amsaidie, na wakati unaendelea kuomba pia unamuongelesha. Unamwambia wacha tutafute njia zingine. Na wewe mwanamke, kama unataka aache hiyo, jitahidi, fanya hiyo. Nimekuambia siku hizi hata chikonda watu wanafuliwa hata nguo. Pata pesa, umwambie mume wangu leo mimi ndio nitagharamia chakula. Sasa umemsimamisha asitoke kwenda kufanya nini? Kuipa. Kesho nyingine tena jitahidi, umwambie mume wangu nitasimamia. Siku ya tatu mwambie nimepata kazi mahali, naomba tuende na wewe. Yes. Sasa wewe kuwa chanzo ya kumtoa kwa hiyo wizi, sio kwanza kumfanya nini? Kumsindikisha kwa hiyo wizi yake. Siku ya kwanza wewe mwanamke jitahidi. Fanya, enda kore kondo, rudi, mwambie mume wangu leo mimi ndio nitagharamia chakula. Yes. Kesho tena umwambie kama umepata. Siku ya tatu mwambie nimepata kazi mahali, kuja tuende tukafanya. Msoeshe. Yes, mwanze kufanya hivyo. At least ataacha. Na kuambia sasa akienda kuipa akikufa, utapaki na namna gani? Si utachilaumu mwenyewe. Na kwa zaidi ya yote uende kumwombele. Uendelee kumwombea. Sasa pastor, okay, umesema vizuri. Huyu mtu utaona ameacha kuiba, lakini unajua kuna ile mtu ile kitu ikiingia kwa damu anaiendea tu, you know? Ni kama the ancestral curses, we can break them in the name of Jesus Christ. Yes, we can break those chains in the name of Jesus Christ. Hizo roho za ukoo hizo tunaweza funja katika jina la Yesu. Hiyo nayo si eti kusema eti ni Adamu. Hiyo tunafunja Pastor, pia nikiongezea, umesema vizuri sana. Wanawake tufanye kitu. Tujitahidi tulete kitu on the table. Na sasa kwa upande wa huyo ndugu yetu mwenye amekataa kuacha wizi, unajua the Bible tells us that tumepewa choice na Mungu. Ametupa njia mbili. Uko na uwezo wa kuchagua njia ya mauti ama njia ya uzima. Inawezekana huyu ndugu yetu pia hiyo ndio njia yake amechagua. You can't change him. So if you pray for him, it's not changing. You talk to him, it's not changing. So leave him to God. Hiyo ndio njia yake amechagua. You can't. Uweze padisha mtu. In fact, haki hiyo nitaisema tu kesho. Hata kuna mahali imepipilia inasema hivi. Wale ambao wamekataa kufuata ya Mungu, hand over them to the devil. Hand over them to the devil. Yeah. The Bible says like that. You know, si uko. Haki imetoka aje kwa kichwa, lakini nitaisema. So, the Bible says hand over them. Kama ni Joyce amemake washana na yeye. Masi possible. Biblia inasema tu vizuri.
hand over them to the devil. No, wapeleke kwa devil, hand over them to the devil. Which Bible is that? I would like to read about that. Yes, and in fact, I'll give it. I know it. Nilisoma kwa darasa last week. Ni venye imetoka kwa kichwa. Paulo aliwaambia tu. So ni decision, ni choice yenye mtu amemake. Wale ambao wamekataa kusikia. Pastor, kwa hivyo ni kusema tukiomba huyu mtu amekataa kuiba, tutaweza omba Mungu mbariki siku moja ashikwe agongwe ndio ajue kuiba ni mbaya. You can't pray that. You can't. Uwezi muombea hivyo. Kama amekataa sasa, hand over them to the devil, it means muachane. Lakini tunaambiwa ongea venye, like ukiomba, usikuwa unaficha ficha, omba ile. Okay, tuseme kama kuna mtu hapa anakunywa pombe, si tunaombanga Mungu msaidie aache kunywa pombe. Mbona tusiseme kama tumemwombea asikii? Mungu akimsaidia agongwe ataacha kuiba. Hiyo itaweza mrekebisha. But wewe una take judgment. Mbona usiachie Mungu amcharge peke yake venye anajua? Najua yeye mwenyewe anajijua vizuri na Mungu ndiye anamjua kama atakuja kuokoka ama ataokoka. Mungu anajua mwisho wetu kabla ya mwanzo. So wakati mtu anaiba, kama atakuja kuokoka, Mungu anajua atakuja kuokoka. Even if you pray that akufe leo usiku, hawezi kufa. Hata akishikwa na achapwe kichapo cha umbwa cha kukufa, atafika ICU na atatoka huko hata kufa. So you can't pray that one. Ni kuomba Mungu msaidie endelee kuiba, because we are just tunaongea hapa which way we are supposed to do. Tukisema unajua, acha nikwambie, mtoto akililia wembe mpatie. Ukimpa hiyo wembe ikimkata, hata rudi huko. The same thing. Na huyu mwizi kama hajagongwa ama hajashikwa piwe, hawezi acha kuiba. Ndio nasema ni vizuri kama si kwamba tuseme siku moja utashikwa, nayo ni kama ni maombi tunamuombea. Ni vizuri ashikwe agongwe, ajue kuiba ni mbaya. Ni kama mtoto unamkataza kitu asikii, unamwacha aende. Akiumia hata moto. Unaona, unajua kuna saa nyingine mtoto akilia maybe anataka kuguza moto. Ukimkataza ataona kama uoni, atarudi huko ajaribu kuona ni nini. Kama mtoto amelia, mwache auze hiyo moto uone, ikimchoma next time hata ukimwambia weke hiyo kidora hapo hataweka. For me it's good tuombe, kama wamekataa kubadilika, tuombe Mungu afanye tendo kwao ndio waache. Bani sa kukulikundu. Yes. 1 Corinthians chapter 5 verse 4 and 5. Inasema aje, tumalizie hapo. 1 Corinthians chapter 5 verse 4 and 5. Ndio hiyo. 1 Corinthians chapter 5 verses 4 and 5. JK, sikiza hiyo inasema aje? Basi ili kisasa utawapeana ache kwa shetani na Mungu anasema tumwachie hukumu. Okay, kwa hivyo unaniambia ukiona mtoto anafanya kitu utamwacha, like unajua nani walileta hiyo msemo mtoto akililia wembe mpe? Ninakwambia JK ninakwambia anga hivi. Ongeresha huyo mtu, endelea kumuombea. Tafuta njia wewe mwenyewe kama mwanamke za kumsaidia. Nilikupea sababu njia moja. Fanya hivi. Mtafutie kazi. Enda na yeye, fanya hiyo kazi. Take your time. Na akikataa kabisa, the Bible says, wale ambao wamekataa kabisa, you hand over them to the devil. Ndio hiyo. 1 Corinthians chapter 5 verse 4 and 5. Nadhani Biblia nayo inapembeleza. Kwa sababu hiyo tunimaliza. In the name of the Lord Jesus Christ, when you are gathered together, along with my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, deliver such in one to Satan for the destruction of the flesh, that his spirit may be saved in the day of the on the day of the Lord Jesus.
Yes, in fact, my version says in verse 5, you are to hand this man over to Satan for his body to be destroyed, so that his spirit may be saved in the day of the Lord. Man, you are supposed to hand over this person to the devil. Amekataa kusikia, mwachilie aende kwa shetani, akuwe finished, angoje siku ya hukumu. Kama atakuwa delivered kwa Mungu ni sawa, kama atakuwa delivered, judgment ni Mungu peke yake atapeana. Okay, who is this devil? Devils ni watu huko nje, kwa hivyo nikisema tumwachie ulimwengu. Yes, asiyefunzwa na mamake ufunzwa na ulimwengu. Kwani iko nini? Amekataa, lakini usimwachilie haraka hivyo. Ongea na yeye, muombe. Akikataa yote, mwachilie. Thank Sio you. mimi nimesema, ni Biblia imesema. Usiseme ni pastor Timothy. Asante, sasa nimesikia. Tutawaachilia dunia iwafunze. Yes, waachilie dunia iwafunze. Asiyefunzwa na mamake ufunzwa na ulimwengu. Wacha akuwe destroyed. Angoache hukumu. Ukurukundu tunasema nje. Wacha achomwe. No, Biblia imesema tu vizuri. You are to hand this man over to Satan. Hand this man over to Satan for his body to be destroyed. Wacha mwili yake ichomwe huko nje, so that this spirit may be saved in the day of the Lord. Sasa wakati mwili umekuwa destroyed, siku Mungu atarudi, yeye peke yake ndiye ataona kwamba the spirit is saved or not. Judgment tuachie Mungu. Si amekataa, ufanye nini? Hand over this man to the devil. I was happy when wakati nilipata hii text. Wana ambao wametusinya, umewaongelesha, umefanya nini, ni mtoto wako umemuongelesha, achana hizi tabia, anarudia, anafanya nini, hataki kusikia. Sasa na pesa ukimwachilia hivyo, si shida itarudi kwako tena. Tuseme amegongwa, amevunjika mguu, wewe ndio utagharamia hivyo tena. Sasa hiyo ukiendelea kuniuliza hivyo si kwa ubaya, angalia sasa itarudi kwako. Sasa muachilie aende afunzwe na ulimwengu, atarudi. Nani anakuambia anakufa? Ataenda kufundishwa arudi. Atafundishwa na ulimwengu, atarudi. Thank you for answering my question. Imekuwa ikinibani nikasema acha ningia. Leo wewe na uambu bane sila wasahau. No, we need to challenge one another. Some people tuna read the Bible like a novel, but we don't understand the meaning of the words. Yes, you do excuses. By the way, Wambu, I do a lot of excuses. Excuses means kwamba you must know what was the context, the intention of the author. That's true. Yes, before I preach, I must do that. Yeah, because that anyway, people just open the Bible, let's read this Bible, but they don't know the story started from where. Na inaelekea wapi. They just start reading the Bible. Now they don't get explanation venye Biblia ina. When I preach, I must go over through 5 commentaries and dictionaries, concordances, so I know what to speak. You know, Kulingana, tunaomba nimalizie hapa, utafadhali kama utaniarao niweka announcement moja kutoka kwangu nimalize. Kitu ya kwanza ninawashukuru, Masi ameenda wapi? Tumekuwa na yeye kutoka mwanzo. Ninawashukuru, tumeshirikiana na nyinyi leo, nimefurahia sana. Though nimepotea siku mingi, lakini leo nimefurahia sana, nimechunga na nyinyi. Na ninapopotea siku moja au mbili, tuko katika mwisho wa muhula na assignment zimekuwa mingi kidogo, napata tunafanya usiku na mchana, lakini niko na nyinyi kwa maombi. Enda huko YouTube, subscribe kwa channel yangu Pastor Eric Machuki, utapata mahubiri yangu huko. Najua sisi mahali tuko sasa tumefungiwa kanisa, so I usually preach online,
na ninaweka kwa YouTube. Pia niko na project fulani na ninaomba kushare na nyinyi kama marafiki wa Kinaonyesha TV. Na unajua saizi as you see kanisa restrictions za COVID-19 zimefanya kanisa kufungwa, na hata kama kanisa imefungwa haijamaanisha kwamba injili imefungwa. We can spread the gospel of Jesus Christ. Now the gospel of Jesus Christ is free, but the means of spreading it ndio iko na gharama. If the gospel is free, lakini the means of spreading it sometimes iko na gharama. Unatakiwa upande gari kutoka hapa niende kama hata Kisii, naona sasa niko Western, niende Kisii wapi? So hiyo ndio iko na gharama. So niko na project ya kukuwa na electronics ambazo zitanisaidia ku reach gospel, ambazo ni sound card na microphones, ambazo zinafanya nina record, nisaidia kurecord sermon yangu, ninaiweka katika YouTube, ninashare na marafiki wanasikiza. So niko na mchango inaendelea ninatumia online sources, WhatsApp group, marafiki wanaendelea kunichangia. So kama kuna mmoja ambaye ataguzwa hapa Kinaonyesha TV, ninamkaribisha, anaweza ni contact kwa Facebook Shepherd Eric. Maybe utaweza nisaidia kwa maombi, kwa mawazo na pia kwa financial, ili nipate hizo equipments ambazo zitanisaidia kuendeleza neno la Mwenyezi Mungu. Yes, ninataka kununua those equipments, electronic equipments zenye zitanifanya ni record sermon in a fluent way, itoke na sauti mzuri, then ifikie watu huko nje. So ninakaribisha kila mmoja kukulikundu anipe support ya kupurchase hizo electronics. Yes, you can find me on Facebook Shepherd Eric. Pia niliweka link ya WhatsApp hapa kwa comment. Yes. Streamers, umenipata hiyo announcement yangu? Nimesikia ukiuliza nimeenda wapi. Nimerudi, ni network inasumbua but nawafollow. Nilikuwa na announcement moja. Nawafuata tu. Umeishika? Kidogo tu. Kwamba karibu sana, nilikuwa nakutafuta. Kwamba nilikuwa nakutafuta. Finally you are here. Hi. So hapo kwa simu kwa reduce volume sasa leo naona ni kama nakusikia, lazima nikupate. Reduce volume yote kabisa, nikwambie kwa simu yako. Reduce volume yako. Yote. Yes. Sasa napata. Unanisikia? Yes. Well, habari yenu? Salama sana. Pastor nimekuwa natafuta kwa final dishes. Niko poa. Leo nimeingia. Long time bana. Yeah. Ukoje? Unaendelea aje? Niko salama. Hapo kidogo. Yeah. Okay. Beautiful. Unmute your mic. Beautiful. Wow. Beautiful. Kwambo, wachi hapo kidogo. Mimi ndio nimefunga achieve. Nitakufungulia mic, nitakufungulia Kwambo. Shikilia hivyo. Beautiful. Sasa unmute your mic. Beautiful. Guy. Oh.
Okay, all right. Thank you very much. Kwamba ningeomba pale kwa simu yako reduce volume yote, ile volume ya reduce volume. Reduce yote kabisa. Ukireduce yote kabisa, ushikilie hapo. Yes. Tulikuwa tunaelekea kumaliza sasa leo. Nashukuru sana umeingia, sauti iko sawa. I get you loud and clear from this side. Ikiwa tu ni mara wa kwanza, sijui nianzie wapi. Pastor Kimachuki, tafadhali welcome Kwamba and the beautiful one. Wako hapa ndani ya nyumba. Karibisha wao, karibisha. Kwamba mambo. Poa. Nimefurahia kujibu. Asante. Sisi hapa tumekuwa tumechadiliana. Hivi utaangalia baadaye. Nilikuwa nawasikiza lakini nilikuwa job. Asante. Yeah. Umeona leo nilikuambia na mzee. Yeah, niliwasikiza for some time tena nikatoka. Leo kuna ungekuwa hapo unisaidie. Nimeuliza mzee Kwamba. Oh. Lakini tumesaidiana. At least we are learning. Yeah. Yes. I thank God for this kiss attitude. Yes, inafanya hata. Yes. Hope umesikia nimesikia. Hapana, niliingia tena nikatoka. So si kuendelea kusikiza. Nilisema niliomba watu waingie katika channel wa like yangu. Astahili kumsikia. Alafu pia ni chanzo. Nataka kununua electronic kwenye stanisaidia kurekodi yangu kuweka YouTube vizuri. So inachangia WhatsApp kwa sababu mahali niko sasa mikutano imekuwa shutdown. So ninaomba kama Mungu atagusa wataweza support kwa maombi, kwa mawazo ya financial ili nikaweza kununua electronic stanisaidia kurekodi summons and sharing hata pia. Okay. Sauti baadaye anataka kunifikia kwa Facebook Shepherd Eric. Nani? Shepherd Eric. Oh, okay. Yes. Alright. Takutafuta. Kwa muda kabla sijakuja kwako. Na kufungulia mic kwa mboka, na kufungulia ya chetu hivyo, na kufungulia mic. Na kufungulia. Naona leo itaanza kuwa sawa, karibu sana. Leo tumekuwa tunajadili kuhusu mjadala kuhusu je, wajua kwamba tuko katika siku za mwisho. Tumejadili hivyo 2, 3, 4, 5. Tulikuwa tunaelekea kumaliza. Hata Tracy ndiye anaingia saa hii. Nimeona Tracy hapa. Hi guys, ndiye anaingia Tracy, karibu sana. So, unaweza kufungulia Kwamba utuambie maneno yako mawili matatu ya mwisho kabla tujatoka hapa tuende kupumzika, kwa maana ni saa 7 za usiku 24 tarehe 14 mwezi wa 7. Yes. Nilikuwa tunawasalimia. Ni salamu tu. Yeah. So next Waambia watu kwa kitu leo. Anaambia watu wa subscribe na wa watch. Yeah. Thank you. Nashukuru sana. Yeah. Thank you very much. Na kwa mtafuta nyuma ya Kwamba aitoe tu ndafuta nyuma ya 10. Trace Kerbo, hi guys. Masenebo Siboli nimekupata, nashukuru sana.
Peter anasema kwamba asante sana Masi, nashukuru sana, Mwenyezi Mungu asikuwa pamoja na nyinyi. So Tracy, karibu sana, kuizi unaingia tukitoka, karibu sana. JK nimeshukuru, Wambuhu nimeshukuru, Josephat Onsare nimeshukuru, kila mmoja nishukuru ameweza kuwa pamoja na mimi. So nashukuru sana kwa wakati huu. Akina beautiful ones, sijui ulitoka kwenda wapi? So wherever you are watching us from, remember to subscribe at okay, Pastor anasema God's calling for your support. Thank you very much. Nashukuru sana. Asante sana kwa kuweza kuungana pamoja na sisi hapa tangia mwendo wa saa 4. Kwamba you make sure mnitafuta kule nyuma ya tent we talk. Maserine Boss Body anasema kwamba you are welcome Pastor, I suggest ungepeana namba yako. Sasa wanasema pale. Nimeweka hapo Kulikundu, epuka kuwekea hapo kwa screen waione. Nashukuru sana. May God bless you so much guys. Nicheze hiyo kitu niimbe Kulikundu. Sorry? Nicheze niimbe. Sijui kama tutaingiana pamoja, tutaimba. Ongeza sauti, ongeza volume ya keyboard. Shikilia hapo kidogo. Masi anasema pamoja, nashukuru sana. Anybody else join us, nashukuru sana. Mwenyezi Mungu asikuwa pamoja na tulikuwa hapa tangia mwendo wa saa 4. Mwenyezi Mungu asikuongoza. So remember to visit at my YouTube channel at Kulikundu TV and make sure consider to subscribe guys. Support yako muhimu sana pale, piga subscription kule. Very soon nitakuwa tu naingia pale na kuweza kufunza keyboard katika YouTube channel yangu. So hakikisha pale umepiga subscription usiweze kupitwa. Sawa sawa. Kulikundu TV tusonga mbele pamoja. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Nashukuru sana akina Kwambo, make sure mtafuta inbox tafadhali. There's something to talk to you. I request to talk with you Kwambo. Ninaomba tafadhali. Masreni kuntu sijamalizana na hiyo namba please. Sikopo kwa comment. Pia Kulikundu nimeshare link ya WhatsApp group yangu hapo. Mwenye ameiona anaweza ingia. Hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna nani kama wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna. Hebu cheza hiyo bwana. Nani kama wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna nani kama
kama wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna nani kama wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna nani anaweza Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna nani kama wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana. Ulikuwa ungeniachilia niombe nimalize. Omba. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, takatifu Eshepa takatifu, ninakushukuru na kuinua, ninalisifu jina lako Jehova Chile. Asante kwa maana umekuwa mwaminifu kwa maisha yetu. Asante kwa maana umetuongoza kutoka siku ya jana. Tumekuwa hapa katika Kisioti TV Jehova Chile. Hii ni siku ingine mwana wa Mungu ambayo umetuonekania Jehova Chile. Tumeona baraka zako. Asante kwa kila mmoja aliyejitahidi kuingia katika mjadala wa siku ya leo. Ninamkabidhi mwenzetu Kukulikuntu mikononi mwako Jehova Chile. Nimejitolea mwana wa Mungu utuunganisha kama jamii ili tukaweze kujadiliana Jehova Chile. Zidi kuinua TV yetu ya Kisi Hot Jehova Chile. Zidi kubariki kila mmoja mwana wa Mungu. Zidi kubariki wafanyakazi wa Kisi Hot. Zidi kubariki hata managers Jehova Chile. Wacha hii TV endelee mwana wa Mungu kutuunganisha ili tukaweze kujadiliana yale mambo ambayo yanatuhusu kama jamii, kama watoto wako Jehova Chile. Shukuru na kuinua ni kwa ajili ya mashabiki ambao wamejitolea kuinua hii TV yetu Jehova Chile. Bariki kila mmoja, bariki kila kazi ya mikono Jehova Chile ya kila mmoja. Mungu wetu ili akaweze kupata fedha za kuwaweza mwana wa Mungu kupata bundles za kuingia katika hii online TV Jehova Chile. Tusidi kushauriana kama watoto wa baba mmoja. Tunapoelekea kulala, wengine wanaelekea kuamka, wengine wako katika kazi mbalimbali. Mungu wetu, acha neema yako ikazidi kutufuata. Pendo wako ukawe nasi kila wakati. Nguvu zako Jehova Chile zikaweza kutulinda kila wakati. Mungu wetu, tunapoonana siku nyingine wakati mwingine, tutalishukuru na kuinua jina lako. Asante kwa maana utaenda kutubariki. Asante kwa maana utaenda kutuinua. Katika jina la Yesu Kristo niomba tena kwa Amen. 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 Shukuru sana Pastor. Kwanza kwa na kuvumilia kwa pamoja sisi kwa kazi yako. Wacha Mungu akubariki sana, Mungu akakuongoze, akubariki na kuweza kukusikilisha kwa kila jambo. Fasi sina la ziada, ila tunashukuru sana kila mmoja ambaye ameweza kuchumika pamoja na sisi tangia mwendo wa saa 4 mpaka tu saa 7:30 na ikatu mwendo wa saa 8. Wacha Mungu akawabariki sana, Mungu akawainue sana. So make sure you support our watu. Tunaomba msaidie tu. Support us whenever you can. Subscription yako pale YouTube. Tuweze kusupportia na mama wimbo 3. Watu Mungu akakubariki sana. Nashukuru sana Pastor. Watu Mungu akakubariki sana. Na tunakupigia kila laheri. Mungu akakupa pamoja na wewe. Leo mtakuwa na Dani Keriga, sitakuwa ndani ya nyumba. Tutakuwa na Dani Keriga. Na nashukuru sana. Watu Mungu akakupa pamoja na nyinyi, kawaongoze, kawahifadhi kwa kila jambo.
Mimi ninataka kuwaambia kwamba watu na neema na fadhili zake Mwenyezi Mungu zikaweze kuongoza. Ikipata Kwamba, tafadhali you hit my inbox. Yeah. Mambo mawili matatu. Nashukuru sana akina Masterline wote, Mungu aweze kubariki dadangu kwa kila jambo na kwa kila kitu ambacho tunachokifanya kujitolea, na Pastor Machuki na and everybody and everyone mwenye mjitolea ku watch Kisi Hot TV, na kutoka ile upande mwingine tukaona Gikara TV pamoja na Kukuntu TV. So make sure subscribe tuweze kusonga mbele pamoja. Ya tusina la ziada, na kuombea goodbye and may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen and amen. Shalom, shalom, shalom. Mkono wa siku mwema. Mwenyezi Mungu akawalinde wale kuona mchana mwema. Mungu akawashike tu mkono. Tutapata tena wakati mwingine Mungu akipenda. Kila laheri. Mungu awahifadhi. Goodbye.